Baka ufike mahali unasifita, unakuta kiwetu naambia simama. You must go a process. Lazima utengenezwe. Ndio nikuje niseme God has done it. God has done it. Go home and believe in God. Na ukifika nyumbani inafanyika. Nimefanyiwa kazi. Wacha kuniangalia tu kwa sababu naona nafanya kitu. Naona anza kukuja kupretend kufanya kama mimi. No, utakaukiwa. Utaenda kufanya mapepo yanakuuliza wewe ni nani? Yes, wewe ni nani? Waruinge tunamjua na Yesu tunamjua. Wewe ni nani? Ati hola baba. Rika! Amka katika jina la Yesu Kristo. Amka katika jina la Yesu Kristo. Amka katika jina la Yesu. Utakauka, mdomo utakauka. Utaanza kurusha mate, kurukishia watu mate. Because umekauka. Utapatia watu corona bure hapa. Kubali upitishiwe process. Tengenezwa. Mwambie mesako kutengenezwa. Udwe vizuri. Noiwa Kemani. Kubali kutengenezwa. Nimesikia vizuri sana venye umefurahi kwa pale. Noiwa ega. Ndio ndako hekinya gacai. Nigukena. Tondu emumia kiongo. Yes. Paka tunyoroswe because we have a way. Kuna kazi iko mbele yetu kubwa sana. Na hii kazi iko mbele yetu si ya marigo. Si ya mtu marigo, si ya mtu boss, si ya mtu special. Ile kazi iko mbele yetu ni kazi kubwa. Ni kazi ya kungoa, ni kazi ya kuharibu, ni kazi ya kufadhilisha, ni kazi ya kuteketeza, ni kazi ya kupanda na kujenga. Na uwezi, na hiyo kitu unaenda kungoa. Hauendi kungoa mabrother zako na mashoguo. Hapana, unaenda kungoa mavitu. Karakta yako kwanza lazima ingolewe. Your character, your desire, maisha yako, style, walking style. Ile unaedaga ni kama umeweka button za kutembea. Lazima ingolewe utembee kama binadamu. Tio mtu inageria kila. Bwana asifiwe. Lazima ungolewe. Mama yake anaendelea kulia. Nikaambiwa, chukua kishupa chako, enda umweke mafuta, anifanyie kazi. Sisi hatujuane na Waruinge, sasa tutajuana wapi? Na mimi najua Waruinge na kukufa ni kitu kimoja. Na sisi kanisani hatushikani mahali popote. Lakini nilipoambiwa hivyo, mama yake akilia, nikarudi nikaamuka. Nikakuta niko kwa kitanda. Swali langu lilikuwa hili. Mimi nikatafute Waruinge. Hata nikisikika ninamtafuta. Unafikiria kitatokea nini? Kusema tu ninamtafuta. Mimi nilikuja hapa kwa kanisa letu Oliver Road. Nikakaa kwa kanisa nikasema, kwa sababu sio mimi nimejionyesha na sio mimi nilijiotesha, Waruinge ataletwa. Huyu hata hakumaliza dakika 20. Huyu. Watu ndio walifika kwanza wakaniambia kumeharibika. Nikamwambia wapi? Wakaniambia Waruinge mwenyewe, Dura. Walisema Waruinge mwenyewe, nikauliza Dura. Wakasema ako hapa. Na bila shaka sio vizuri kujifanya ati hata wewe haukuwa unasikia jasho ukisikia Waruinge. Hata mimi nilisikia jasho. Hata kama nilikuwa nimeota ndoto nikashindwa. Sasa tutaongea namna gani? Tutaongea na njia ipi? Aliingia kwa ofisi. Nikamwambia vile niliona, akaniambia utamuona mama yangu. Nikamwambia, akaniuliza ulionaje? Nikamweleza, akasema huyo ni mama yangu. Na hapo ndipo nilijua hii mtu anatakana awekwe mafuta. Nikaongea na watu wa serikali na watu wale wengine wote wanahusika, nikawaambia mtu ameletwa pande yetu. Lazima nimweke mafuta. Na tukapanga mpango mkubwa pamoja na vyombo vya habari vya Kenya, tukaenda zote City Hall pamoja na mtumishi wa Mungu anaitwa Danston Maboya, apostle wa kule Tanzania. Mtu tukatoa kofia ya zamani, tumakamweka mavazi ya ukuhani, tukamuombea, na Mungu akaongea, akasema huyu ni mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na tangu wakati huo si ni marefu yameokoka hapa Kenya. Watu wale amefikia, mimi siwezi kuwafikia. Wakati nilisikia amepata mahali ambapo anaweza kukutana na watu wake na watu wao waabudu Mungu wa kweli, nilisema nitatoka kwa kanisa nikuje mpaka hapa. Kae nikio ndagi ukai. Kae nikio ndekire haha ai. Kae ndekire haha ni undu wa Ngai ucio wanjiririo tukuhoro wake. Kae mundu ni agukehunjia oyo oi, haleluya.
Na sasa akitoka hapa kwa hii madhabahu atapewa shamba kubwa anjenge madhabahu ya Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo hiyo ndio introduction ambaye nilikuwa nataka musikie. Wale muko bado na tashwishi, mundu ndari agaruruka, nindakimwira uria gwathire agarurukire, na ni mimi nilimwekea mafuta. Na Waruinge kulia machozi ni kama kuota. Mimi sikufunga macho, ni maithori araumia. Unajua unashaka machozi anatoa, nikamwangalia tena kurera. Na hiyo ndoto niliota nikiwa chini ya bahari. Nilikuwa napigana na spiriti tatu ambazo zilikuwa zinakaa kama samaki. Samaki wakubwa sana, walikuwa ni kama mashaka. Na najiona niko chini ya bahari kule chini kabisa. Lakini nilipigana hiyo vita, mimi naona sina miguu na naona pia mimi mwenyewe nakaa kama samaki. Lakini nilipigana hiyo vita mpaka nikaachilia nimetoka. Nikakanyanga huko ufueni kwa matope, nikaona nimetoka. Lakini nikitoka bado nilikuwa najisikia miguu nimechoka, hata kutembea siwezi kutembea juu ya kuchoka. Niliamka na nikashtuka sana, nikashindwa hiyo ndoto inamaanisha nini, kupigana chini ya bahari. Lakini nikakuja nikakumbuka jambo na nikaona venye Apostle aliniambia huo ni ushindi. Tena Yesu makofi jamani. Kama una muujiza, wewe piga makofi yako itakuja. Ni wewe hauna. Mtu amebarikiwa. Acha nikuwa na kiwaru kila kitu. Mshindwa kuopa alafu unakataa kupiga makofi. Alafu hiyo siku hiyo Monday asubuhi tena kabla sijaamka, nikaota pia niko kwa kisima nachotea watu maji, nikiwapelekea nachota maji nikipelekea watu tofauti, wanaoga, wengine wanafua nguo, wengine wanapika. Mimi navuta maji napelekea watu, navuta maji napelekea watu kwa kisima. Alafu pia leo nayo kuamkia asubuhi nimeota nimepewa wallet. Piga ni Yesu makofi. Sasa angalia. Ameota akipigana na mashaka, ameota akifanya nini? Akichota maji akiwapatia, sasa amepatiwa wallet. Sasa muangalieni vizuri, maana next time tutaenda kubariki gari yake pale chini. Wewe kama umekaukiwa tu hapo. Hata makofi umekaukiwa mpaka makofi hauna. That is a transition because God has remembered. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Nilikuwa nikifikiria kwenda church. Hiyo wiki sitapata hata shilingi 10. Nikifikiria kutoa dhambi. Ajabu na rehema ya daima nitawai
tabibu, tuimbe. Ni dawa yake, ni tabibu, ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni dawa. Inua mikono, sema ni tabibu, ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni tabibu. Inua mikono, sema wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni dawa yake, ni tabibu wa karibu, na rehema Inua mikono, sema ni tabibu, ni tabibu, tabibu wa ajabu, na rehema Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. We will go according to the Spirit. When the program of men fails, the program of God can never fail. Hallelujah. Hallelujah. Just lift up. Put for me Luke chapter number 1 verse 38. And then we are going to pray because the youths were somehow stuck kidogo. We are going to pray, then we go to the next session as Karanja will lead us. Put for me Luke 31. Let us read together. Tusome wote, everybody look at the screen. Put King James. Okay, put King James. NIV is not putting it clearly. Tusome tu wote with courage. There is something that I want to put. Inua mkono yako tu juu. Sema today. May it be unto me according to your word.
tu mkono, sema may it be unto me May it be unto me according to your word. according to your word. As you are lifting up your hand, the words of men can fail, but the word of God can never fail. I don't know if I'm talking to somebody. Maneno ya mwanadamu inaweza kukataliwa, but the word of God can never fail. Inua mikono, say may it be unto me May it be unto me according to your word. according to your word. I don't see somebody who is serious. Inua tu mikono, say may it be unto me May it be unto according to your word. according to your word. As the prophet of God As the prophet of will be standing on the altar, He stand on the may word. it be unto me May it be unto me according to your word. according to your word. Now just take 1 minute. Get hold of the hand of your neighbor. Shikilia mkono wa jirani yako. I want you to pray for your neighbor. I want you to pray for your neighbor seriously, 2 by 2. Watu wawili wawili. Watu wawili. Usishikane kama mko kwa merry-go round. Watu wawili wawili. 2 by 2. Ombea jirani yako. Pray for your neighbor hata kama hujui jina yake. Just pray in the name of Jesus. Pray seriously. Pray in the name of Jesus. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Raise your voice and 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 pray for your neighbor. Rakatarabosa. Ombea jirani yako na nguvu na kwa sauti na kumaanisha. Pray for your neighbor as you pray for yourself. Shekatalabosha. Leketobosha katalala. Leketerebosa. Naomba uombee jirani yako that may it be unto you according to the word of God. Pray, omba, ambia jirani yako abarikiwe, afanikiwe. Pray to your neighbor and say may it be unto you according to the word of God. Shakatalalabosa. Letebakashereresa. Ladererebosa. I am praying for the man of God. I am praying for the leadership of the church. I am praying for the ministers of the worship. I am praying for each and every person in the mighty name of Jesus. Ombea jirani yako, fungua sauti yako. Just say, God, I am praying for this sister. Pray, pray, pray. Omba katika jina la Yesu. Pray for your neighbor. Let the Lord open doors. Let the Lord open ways. Let the Lord release financial breakthrough. Let the Lord do what no man can do in the life of your neighbor. Ombea jirani yako, usinyamaze. Usinyamaze. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. As I'm standing here, I am praying for the man of God. I am praying for the prophet of this house. In the mighty name of Jesus. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Ombea jirani yako. In the mighty name of Jesus. My house shall be a house of prayer. My house shall be a house of prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let it be unto me according to your word. Let it be unto me according to your word. Let it be unto me according to your word. Everybody is praying. Pray for your neighbor. Pray for somebody in the mighty name of Jesus. Ombea jirani yako, usinyamaze. Ombea jirani yako. Pray for your neighbor with all your heart, with all your strength. Do not be envious of anything. Just pray for your neighbor in the mighty name of Jesus. That may it be unto me according to your word. This Sunday I'm not leaving this place until it becomes what God said. May it be unto me, Lord, according to your word. May it be unto me, Jehovah, according to your word. That is Luke chapter number 138. May it be unto me according to your word. You are praying for your neighbor. You are praying for your neighbor. You are praying for your neighbor. You are praying for your neighbor.
praying. Keep on praying. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even if you don't know the name of your neighbor, just mention anything in the life of your neighbor. I am praying for Jonathan. I am praying for Aurora in the name of Jesus. I am praying for Dominic. I'm praying for Douglas. I am praying for Anna in the name of Jesus. I am praying for Monica. I am praying for Beatrice. Pray for your neighbor. Speak a blessing over your neighbor. Speak a blessing over your neighbor. As I'm standing on this altar, I'm praying for Carol. I am praying for Pastor Alice. I am praying for everybody in the mighty name of Jesus. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Some of us are discouraged. Some of us are oppressed. Some of us are sick. Some of us want to give up. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor. Some of us are passing through so many situations. Pray for your neighbor. I am praying for Pastor Margaret. I am praying for each one of us in the name of Jesus. Let the glory of God fall in this house. Let the power of God be evident in this house. Let the manifestation of God be seen in this house. We are praying for those that are here and those that are coming. Let it be known that you are God. Be it unto me according to your word. Keep on praying. Don't worry. Keep on praying. Inua tu mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Kindly, there should be no meeting going on in the house of God. Huko nyuma, there should be no meeting going on. Pastor Karanja kata hiyo mkutano, there should be no meeting. There should be no meeting going on. There should be no meeting going on. Kama ni pale kwa counter, mtu andike akimaliza. There should be no meeting going on. Inua tu mikono yako as you're worshiping the Lord. There should be no meeting going on in the house of God. It is a house of prayer.
Just lift up your hands and continue worshiping the Lord. He's your Father. I don't know how the service will go, but it will go the way God wants it to go. You worship the Lord. You're not worshiping Dawn. You're not worshiping anybody. Worship your God. We bless you, Lord. Be it unto me according to your word. According to your word. Inua mikono juu kila mtu. I want you to take 1 minute as Pastor Karanja will be coming to lead us on the next session. Inua mikono. I want you to take 1 good minute praying for your man of God. Praying for your man of God. Pray for your prophet. I don't know if you know his names. You can mention his name. But pray for your prophet. Open up your mouth and begin to pray. In the mighty name of Jesus. Pray for your man of God. Pray for your man of God. Raise up your voice and pray for your man of God. Pray for your man of God in the name of Jesus. We are dedicating him in the hands of God. We are praying for strength. We are praying for wisdom. We are praying for revelation. Just pray for your man of God. Pray for your prophet. Pray for your man of God. Raise your voice and pray for your man of God. Do not pray for anything. Pray for your man of God. Pray for your prophet. Pray for the man of God. Speak a word in the name of Jesus. Keep on praying for your man of God. Your prophet is your prophet. Pray for him. He needs strength. He needs wisdom. He needs revelation in so many things. Pray for him that when he stands, he's not a carnal man. He's a man full of the Spirit of God. Pray for him wherever he is. In the name of Jesus. We bless you, Jesus. We give you praise. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Amen. Let's continue to call upon the Lord. Remember, our core business is the house just to pray and worship God. Remember, our core business is the house is just to pray and worship God. And there are some instructions that are given by the Holy Word of God in every order of service. Hallelujah. Hallelujah. While in that mode of prayer, there are some instructions given in every order of worship. And one of the instructions we are given is that all prayer and supplication, and thanksgiving be made. In fact, the Bible says, first of all, there are some instructions concerning every worship in the Bible, because the Bible says, and let everything, in the book of Corinthians, and let everything be done in order. And one of the instructions is that, hallelujah, and when you start to pray, like the way you are starting to pray in this service, and when you start to pray, if there is anybody you ought to forgive, I don't know why this thing of forgiveness always comes to my spirit. If there's anybody you ought to forgive, just forgive in Jesus' name. Just look at your life. Anybody you need to forgive,
amekukwaza or anything or any bitterness you are carrying against anybody, so that the flow of the presence of God might manifest right from within our spirits, because what must flow out must be what flows from within our spirit. If anybody ought to forgive, just take a minute and forgive that person in Jesus' name. Hallelujah. That's an instruction of the word of God. Release somebody, release somebody, release somebody, forgive somebody. It is the instruction of the word of God. And then we go to the next instruction. Open up your mouth. Open your mouth. There's somebody. The Bible cannot say that you ought to forgive. Hallelujah. The Spirit of God is real. Just release somebody you need to forgive. Just release somebody you need to forgive. Hallelujah. No matter whom it is, no matter whom it is, just forgive somebody. These are the instructions of worship. That when you start to pray, if anybody you ought to forgive, forgive. In the name of Jesus. Rabo sekete kayanta. Rekebaka santoro bozayana. Forgive your name. Forgive somebody. Forgive somebody. Somebody who has hurt your heart. That you may get a breakthrough today. That you may get a breakthrough today. In the name of Jesus. Forgiveness is key. The Bible says that who is that who can ascend the mountain of the Lord? The Bible is asking, who is that can even climb or approach the mountain of God? Apart ile mtu, maandiko anauliza kwamba nani huyo ambaye anaweza kupanda mlima wa Bwana, isipokuwa yule ambaye mtu yeyote ambaye hana hila wala midomo yake haina hila. Maybe you found yourself discussing somebody. Maybe ulijikuta in a situation whereby you are discussing, not intentionally, you just found yourself that you are discussing somebody in a wrong way, that you are discussing an authority figure in a wrong way. I give yourself to clear yourself with the Lord. These are the small foxes. The Bible says, hallelujah, that hold for us the small foxes, because they are the ones that defile the vine. Maandiko yanasema kwamba tusikie wale bweha dogo, si wale wakubwa, maana ndio wanaharibu mizabibu. You found yourself in a long place. Ukajipata kikao isiyofaa, and you are discussing somebody and you feel it is not the will of God. Thank you, Father. Just tell God to forgive you. Forgive yourself. Just tell God to forgive you. Just want to forgive you. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we refuse to withhold your will in my life. We refuse to withhold your will in your life for not forgiving. For not forgiving. For not releasing the heart and the bitterness. In the name of Jesus. Father, we give you praise. Father, we give you praise. Humble yourself under the almighty hand of God. Humble yourself under the almighty hand of God. By appreciating that you need God. Hallelujah. Let us approach God having no element of pride in our hearts. By telling God, we need your grace today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Another instruction is that. Another instruction of the word of God in the book of 1 Timothy, it says, hallelujah. In the book of Timothy it says that first of all, meaning these things should proceed everything else. That first of all prayers and supplication and thanksgiving be made unto all men, and especially to those that are in authority. Now this is the honor. Hallelujah. And especially to them that are in authority. And the word of God gives the reasons why we should do that. Hallelujah. That we may live a peaceable life with all manner of godliness in Jesus' name. Hallelujah. This is a command. There are some levels we're going to pray about. We want to pray about the authority of the country and the authority of the house of God in Jesus' name. Hallelujah. Lift up your hands. Hallelujah. Just open up your mouth. The Bible says, let us pray for the peace of Jerusalem. Hallelujah. Let us pray for the authority. Let us pray for our country. Let us pray for the authority of the country in the name of Jesus. Somebody open up your mouth. Somebody open your mouth. Tell God, breathe the blood of Jesus upon our nation. Breathe the blood of Jesus upon our nation. Breathe the blood of Jesus. Pray the will of God concerning our nation. In the name of Jesus. Pray for the president. Pray for the authority. The Bible says that every authority is by God himself. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Just speak words. Pray
pray that the economy of Kenya might be restored. It's only God who can do it. It's only God who can do it. It's only God who can. The Bible says, hallelujah, that unless God does it, we can do nothing. In the name of Jesus. Father, we give you praise. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That prayer be done. Hallelujah. Amen. I want to call two people who lead us in that prayer of agreement as we agree together in the name of Jesus. I want to call two people. I want to call somebody to pray for the authority and pray for the government of Kenya, that the will of God shall prevail in the name of Jesus. And then the other person shall pray for the entire church leadership. The entire church leadership, that the Spirit of God shall flow from the man of God to all the departments and to all the ministers in Jesus' name. Pray for every department in the church. Harmonize them by one prayer in Jesus' name. Hallelujah. Amen. I want to call Margaret Nyoike to pray for the nation. As the Holy Spirit of God shall do the reading, just come over in the mighty name of Jesus. Hallelujah. You shall pray for the nation. Hallelujah. And the leadership as the Holy Spirit will lead you. Bwana Yesu asifiwe. And then I'll call amen. I'll call Anne to pray for the church. Pray for the church entirely, from the top leadership through down to other departments, that there will be such a flow and coordination of the Spirit of God in Jesus' name. And then from there we shall go to the other level in Jesus' name. Praise the Lord. Good morning, church. It is a wonderful morning in the presence of the Lord. Let us pray for our nation, our leadership. Father, in the name of Jesus Christ, this morning we are humbled before you concerning the state of our nation this morning. We do thank you, my Father Jehovah, King of all the glory, as we are being taught about sonship and honor, Jehovah God. We want to take the privilege of honoring our people who are in authority, Lord. We want to take this privilege, Lord, to pray for our President Ruto. We thank you, Jehovah, King of all the glory, for his leadership and his life. We thank you for his family, Lord. We thank you, Jehovah God, for even the warriors that are standing with him concerning this nation, including the First Lady. We want to thank you, my Father Jehovah God, for the Deputy President and his family. We want to thank you for the Cabinet Secretaries, Lord. We want to thank you, my Father, for the governors. We thank you, my Father Jehovah God, for even the MCAs, the MPs, the women representative, and every person, my Father, that is representing, my Father, this nation in terms of leadership. We come before you, Jehovah, King of all the glory. We know there are many things that have gone wrong in this country, but my Father, Jehovah God, as we humble ourselves this morning, Father, we take repentance concerning our nation this morning in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray, Jehovah God, because you said, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and repent and turn away from your wicked ways, you will hear us, Lord, and you will heal our land. Lord, we pray this morning in humility before you upon this altar, and by the virtue of the grace that is upon us through our Apostle Waruinge, Lord. We pray, Jehovah, King of all the glory, that this anointing, my Father, Jehovah, King of all the glory, Lord God Almighty, you will have mercy upon our land in the name of Jesus. From corner to corner of this country, Lord, we speak the power of the blood of Jesus. We speak, my Father, Jehovah, King of all the glory, that the spirit that overcomes every darkness, my Father, shall overshadow this country in the name of Jesus Christ of Nazareth. That's this spirit, Lord, my Father Jehovah God, shall overshadow, my Father Jehovah God, our nation in the name of Jesus. As Kenya is here marked as a springboard of revival, Lord, we call upon you, Jehovah God, that your anointing may continue to flow from head, my Father Jehovah God, to the bottom, Jehovah, King of all the glory. You say
said how good it is when people live in harmony. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you said it is like an anointing from the head of the Aaron, oh God, and coming down to his skirts, Lord. Let the anointing flow, Jehovah King of all the glory, from the top, Jehovah King of all the glory, down, my Father Jehovah God, to us. In the name of Jesus Christ of Nazareth, may you give us a burden concerning this nation, my Father Jehovah God, that as we pray for the needs of ourselves, oh Jehovah God, we shall come to pray about this nation, Jehovah King of all the glory, and the leadership, oh God, my Father, where we have, my Father Jehovah God, failed and criticized wrongly this government, Lord. We do repent, Jehovah King of all the glory, because you are the one who put in authority, and my Father Jehovah King of all the glory, you are going to oversee the same authority, Lord, in the name of Jesus. And therefore we pray that you may forgive us, Father, and heal our land in the name of Jesus. Heal our economy, heal our leadership in the name of Jesus. May you give us harmony and unity in this country to the glory and honor of your name. In Jesus' name we pray. Praise God. Let's pray for the church. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you once again as synagogue, Almighty Father. We come before you. We repent of our sins, Almighty Father. We pray, Jehovah God, that you may cleanse our thoughts and our hearts, Almighty Lord. Jehovah God, we pray that you search our hearts, Almighty Father. Praying that Jehovah, you uproot anything that is not of you in our hearts, Almighty God. In the mighty name of Jesus. Wewe ambaye una nguvu ya kuchunguza mioyo yetu, Jehova, tunakuomba asubuhi ya leo ukachunguze mioyo yetu ribayanda, katika jina la Yesu Kristo. Tukiomba utakaso wako, Jehova, tukiomba utakaso wa mawazo, Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kutakaswa hata maneno ya vinywa vyetu, Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tumesimama mbele zako, Jehova, tukinyenyekea sana mbele zako rimayanda, tukiomba Mungu wangu katuhurumie, Jehova, kwa ajili ya hii altar ambayo ulitupa, Jehova. Katika jina la Yesu Kristo, tunainua mtumishi wako Apostle Ndora mikononi mwako, Jehova, asubuhi ya leo tukiomba more grace, oh Lord, in the mighty name of Jesus. We pray to be anointed with new oil, oh Jehovah, in the mighty name of Jesus. Tunaomba hekima yako ikamjae, Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunamkabidhi kwako tukiomba ridaya, Jehova, ukamzingira na damu ya Yesu, ukampiganie vita zote, Jehova, wanaoinuka kinyume naye, Jehova. Tunaomba ridima ukasimame ridaya kumtetea, Jehova, na kumpigania, Jehova, kwa ajili wewe ndiye ulimuita rinaya, kwa ajili ya sababu zako rinatayanda. Tunakushukuru, Jehova, asubuhi ya leo kwa sababu umetupa akiwa baba wetu wa kiroho. Tunamuinua kwako, Jehova, zaidi ukamzingire hata kwa nyumba yake, Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ulinzi wako, Jehova, ukaendanishe naye, Jehova, akienda na akirudi ridaya, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ukamshikilia rideta, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, tunainua pastors wote ambao wanafanya kazi chini yake, Mungu wangu, tunawainua kwako tukiomba, Jehova, ukawazingire. Mungu wangu, tukiomba ukawazidishie nguvu, Jehova, na zaidi ukawazidishie hata hekima ridaya. Rehema zako zikajae juu yao, Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba unity, Jehova, katika jina la Yesu Kristo, na tunainuka kinyume na maroho yote ya kuleta utengano katika jina la Yesu. Tunaongea umoja katika jina la Yesu Kristo. Wakisimama wanaongea sauti moja, Jehova, kwa ajili ni watoto wa familia moja ridaya, katika jina la Yesu Kristo. Tunanena upendo katikati yao, Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunanena hekima yako juu yao ribayata, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu, tunakuinua na tunainua praise and worship mbele zako, Jehova, tukiwazingira na damu ya Yesu, tukijua, Jehova, shetani anapiga nayo sana na praise and worship. Tunawainua kwako, Jehova,
tukiwazingira na damu ya Yesu, tukinena ushindi katika maisha yao katika jina la Yesu. Tunaomba kuinuliwa kiwango kingine Jehova katika jina la Yesu. Tunainuka kinyume na nguvu zote za giza ambazo zinapigana na praise and worship katika jina la Yesu, na tumelibasia katika jina la Yesu. Tunanena Jehova, wanaposimama ridaya to worship you, oh God, ikawa manukato mazuri mbele yako Jehova, ikakubalika kwako ribayanda, ikaleta uponyaji Jehova, wanaposimama kusifu Jehova, to worship you rinayanda. Tunaomba uponyaji ukaene katika jina la Yesu, kukawa na ukombozi katika synagogue katika jina la Yesu. Tunainua ashes kwako rimayata, tukiombea mikono yao Jehova ikatakaswe na waririma katika jina la Yesu Kristo. Tukiomba Jehova ukawazingire Mungu wangu, na tukiinuka kinyume na maroho yote ya retaliation, ya revenge wakati wanafanya kazi yako katika jina la Yesu. Tumenena damu ya Yesu juu ya maisha yao. We declare hawatafuatwa na maroho ya giza katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu kwa ajili wewe ni mwema. Asante Jehova kwa ajili unatupenda, unatuwaza mema ridaya katika jina la Yesu Kristo. Eri masera ndoroboshea. Tunakushukuru Jehova, tukiinua the whole management ya synagogue mikononi mwako Jehova, tukinena ushindi wako rimayata katika jina la Yesu Kristo. Ukawape hekima Jehova, hata wanapoketi kufanya decisions za hii altar Jehova, tunaomba hekima yako, wasifanye decisions kulingana na their own understanding, oh God. Tunaomba Jehova, Roho wako katawale, akawaongoze Jehova katika jina la Yesu Kristo. Na sasa ninanena baraka kwa kila mmoja wetu Jehova anaitanishwa na hii madhabahu Jehova. Tunaomba ushindi wako rimata katika jina la Yesu Kristo. Tunakuheshimu na tunakupenda Mungu wangu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata kuamini. Amen. While still in that mode of prayer, if you are strong enough to stand, you can stand. Hallelujah. I want us to make the last prayer now. And the last prayer now I want us to pray is this. Kidogo tupunguza kidogo. Hallelujah. We all know that our children have just broken for the long holiday. The longest holiday for the recent years. Right from this week up to the end of January. And during this holiday, they are vulnerable to all kinds of attacks. Remember, some of them, tutakuwa tunawacha nyumbani as from 5 a.m. to go at night. And this is a festive season where they interact with even bad people. So if there is a time as a church, we need to pray for them and cover them with the blood of Jesus and secure their safety. And we pray for divine care and protection. There are so many destinies of our children that are attacked during this long holiday. Hallelujah. And therefore, as parents, knowing the burden we have for our children, hallelujah, and what the Bible says about children, amen, that they are our future. Hallelujah. I want now we have somebody ambaye atatuongoza katika hilo ombi. Tufunike watoto wetu. Particularly we pray for their divine protection, that none of our children shall be an attack of the devil. And there's one thing the Bible says, hallelujah, that God frustrates the devices of the enemy, that they shall not perform their enterprise. That is about anything that shall be planted against our children. In the name of Jesus, hallelujah. Amen, amen. I just request one parent to come and pray that prayer. Tutagaze watoto wetu usalama wao, ya kwamba as they have left school, we shall take them back to school in January, just in one piece, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If nobody's volunteer, I think I can pick. Blessed be the name of the Lord. One parent with the burden of children, just come and pray. Hallelujah.
Amen. Brother Dominic. Hallelujah. Just come and make that prayer in Jesus' name. Amen. Amen. We speak divine care and protection of God, that over this holiday, every plan of the enemy against our children shall be frustrated in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. You know, the Bible says, unless the Lord build the house, that the builders do it in vain. We cannot secure our children. Do you agree that? Unless God secures them for us. Hallelujah. Praise Jesus. Let's believe and pray. Father, in the mighty name of Jesus, we humble ourselves before you. You are God above all. We worship and we adore you, King Jesus. We love your presence, King Jesus. We can't make it without you, King Jesus. We invite you into our lives, oh God. We invite you into our families, King Jesus. We invite you into our household, King Jesus. We invite you into the work of our hands, King Jesus. We have a petition before you this day. We are standing here on behalf of our children, oh God. Father, some are doing exams, some have closed school, and they are waiting till January, oh God. Father, we pray for divine protection. Father, we surrender them unto your hand. You are the able parent. You are the creator of all, master of all. We invite your power. We invite your presence to be with our children, oh God. Let your wisdom guide them. Let your faithfulness be with them, oh God. Father, we pray this day, destroy every plan of the enemy against our children. In the mighty name of Jesus, destroy every work of witchcraft, every work of Satanists, every work of Freemason against our children, every work of LGBTQ against our children. In the mighty name of Jesus, every agenda, every scheme of the devil, today we destroy it. Every plan of the enemy, we curse it today. We declare it shall not stand, neither shall it come to pass. In the mighty name of Jesus, every counsel of the wicked, we pull down today. We destroy every agenda from the kingdom of darkness. We declare your word that, my Father, you are our refuge. You are our strength. You are our only help. We can't trust the government. Our trust is purely on you. Our trust is purely on you. Some trust in horses, some trust in chariots, but our trust this day is in the name of our Lord Jesus Christ. We magnify you, Jesus. Father, when they open school, safe and secure, we will come and will give glory and honor unto you, O God. In the mighty name of Jesus, we silence even this celebration of the Halloween. We silence that October festival of Halloween. We silence it in the spirit. We silence its influence. In the mighty name of Jesus, every work of the satanic kingdom, we hold it captive under the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rain in the month of October, rain in the month of November, rain in December, rain in 2024. Oh God, rain. Let your kingdom increase, and of our increase there shall be no end. Of our increase there shall be no end. It's in Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Amen. That is how church ought to be. It's only the voice that can petition the devices of the enemy. Hallelujah. And also we be making that kind of prayer every time we meet in Jesus' name. Let's appreciate God for what he's doing in our life. And now I want to invite the worship minister to lead us in praise and worship. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Tusimame kwa miguu popote ulipo. Alafu unyanyue mikono juu ya kichwa chako. And you worship the Lord. Father, we bless you. Father, we adore you.
We give you glory, we give you honor, we give you all the adoration. We stand in awe of you, Jesus. You alone are God, you alone are worthy, worthy of all the praises, worthy of all the honor, worthy of all the adoration. You are seated in heaven, you've made the earth your footstool. You're such an incredible God. Oh, how we love you, Jesus. Oh, how we love you, Lord. Oh, how we love you, Jesus. Rekabayanda mandele teleparados ketelemaya nilepaya. Jesus, glorify your son Jesus in this place. Mandena namayanda labasoli tepaya. Rekabababo shataladabayan. Oh, we bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name, Jesus. Yes, somebody exalt Jesus in this place. Oh, Makanuza telepanda, erandele payano satiana maya, makosi pae. Let there be an atmosphere of your glory in this place. Namasunie kabayana. Jesus, we bless the name. Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Na kumbe wewe haufananishwi. Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Na kumbe wewe haufananishwi. Se nikufananishe, nikufananishe na nini Bwana? Yes, Lord. Nikufananishe na nini Bwana? Hallelujah. Nikufananishe na nini Bwana? Na kumbe wewe Yesu nikufananishe
We cannot compare you, Jesus. We cannot compare you, Lord. We cannot compare you with anything. Sarabayana. Arandera Ramayana. Oh, Salabayane. Diga Koigana Niana Kreto Mie. Oh, Saradiepa. Oh, somebody lift your voice. Somebody lift your voice. Somebody lift your voice.
zinamuabudu. Maserafi hata makerubi, mataifa yanamuinua, kwa kuwa anaishi Baba, anaishi. Mimi najua Mwokozi wangu anaishi, anaishi. Mimi najua Mwokozi wangu anaishi, anaishi Baba, anaishi. Mimi najua Mwokozi wangu anaishi, anaishi Baba, anaishi. Mimi najua Mwokozi wangu anaishi. Kanisa tupaza sauti tuseme anaishi. Mimi najua kweli wangu yu hai, anaishi. Mkombozi wangu anaishi. Mimi najua Mkombozi wangu anaishi, anaishi Baba. Mimi najua Mkombozi wangu. Do you believe this? Anaishi. Maritima live. Mkombozi wangu anaishi. Lift those anointed hands above your head. Yes, Lord, know that you live it. You live it, Lord. Jua na mwezi kila siku itwapo leo zinakuabudu. Maserafi na makerubi wanainama na kuinuka na kuimba utakatifu wako. Wazee 24 na viumbe walio hai wanaimba unastahili. Tunaungana nao mchana wa leo na tunaimba utakatifu wako. You are holy Jesus, you are holy Lord, you are holy Yahweh, you are holy Kabayata Soledeba Ashata na Marana Mayanda Ribakato Seletelepa Rindelepa Rana Mayanda. We bless your name, Jesus. We bless your name, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. You will do a miracle today. Powerful healer, you are a powerful healer. Change my day.
a miracle working God. We believe for a miracle today, God. Yahweh, your name is Yahweh. Miracle working God. Miracle working God. Your name is Yahweh. Let me sing in the church, calling me Yahweh. Good. Miracle working God. Oh, lift your voice, calling me Yahweh. Miracle working God. Oh, we call you Yahweh. Miracle working God. Miracle working God. We call you Yahweh. Miracle working God. Miracle working God. One more time. We call him Yahweh. Yahweh. Miracle working God. Your name is Yahweh. Sing Yahweh, Yahweh. Inua mikono yako tusema your name is Yahweh. Miracle working God. Your name is Yahweh. You know, to make on the Father, we thank you because of that worship. We thank you because of the service. We bless you. We give you glory. As you're praising you for a few minutes, we thank you because of your Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mpe Bwana makofi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Patia mwenzako high five, mwambie nimekumiss the whole week. Hallelujah. Salamia tu mtu, mwambie nimekumiss the whole week. Hallelujah. Ukiona mtu akusalamii, jua ndiye ako na shida na maisha yako. Amen. Amen. Salamia watu wawili, tembelea watu wawili watatu. Usipitishe 5. Ukipitisha 5 jua uko na shida. Watu 5 tu katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Keyboard isikue juu sana. Amen. Hallelujah. Inua tu mikono yako juu. Masaa yetu ndio hiyo. Na umeona nabii wa Mungu amefika. So we just want to praise in a while, then the prophet of God will be coming. Inua tu mikono juu. Inua mikono juu. Inua mikono kila mtu katika jina la Yesu. Utaratibu wangu, I love praising and shouting to the Lord. That is the gift that Mungu amenipatia. Punguza hapo. Hallelujah. Hiyo ndio kitu Mungu ametusaidia. Sema amen. One thing I do when I shout to the Lord, something happens in my life. When I give God a shout of praise, I receive a miracle. Hallelujah. So inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Nataka usahau kila kitu. Nataka usahau kila kitu and then we shout to the Lord in Jesus mighty name. Haya, inua mikono yako juu. Peperusha, fungua anga, sema lazima nipate muujiza. Lazima nipate marriage yangu. Lazima nipate kila. We tabiri tu katika anga, inua mikono tu. Jitabirie we mwenyewe, fungua anga yako. Sema lazima nipate kile Mungu anataka katika maisha yangu. Just open. When the prophet of God atakuwa anakuja, you will receive your miracle in the name of Jesus. Peperusha tu mikono. Peperusha tu mikono, peperusha mikono. Nitahesabu 1, 2, 3. Nikisikia shangwe na vigelegele. Hallelujah. Asiwasiki hallelujah. Haya, peperusha mikono. Haya, peperusha mikono. Nataka nishikie shangwe na vigelegele. Haya, 1. Haya, 2. Haya, 3. Hallelujah. Hallelujah. Ambia mwenzako siku ya furaha ni leo. Punguza kwanza. Punguza kwanza.
Sema, ambia mwenzako siku ya furaha ni leo. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Wakati wa furaha ni sasa. Ambia mwenzako, ndugu yangu ufurahi. Ndugu yangu ufurahi. Hata mimi nafurahi. Hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana Unashuka. unashuka. Geukia mwingine mwambie, siku ya furaha ni leo. Siku ya furaha. Wakati wa furaha ni sasa. Wakati wa furaha ni sasa. Mwangalie vizuri, mwambie ndugu yangu ufurahi. Hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana Utukufu wa Bwana unashuka. unashuka. Sasa pale kwa utukufu wa Bwana nataka nione mikono. Utukufu wa Bwana unashuka. Sawa sawa. Ainua mikono, sema utukufu wa Bwana. Twende, hii darasa ni sawa. Twende tena. Ainua mikono tena. Jona, twende tena. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi makofi ya juu? Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende! Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Hapo twende! Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende twende! Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Wameshika vizuri. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Oh, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Twende kila moja. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana. Oh, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Haya, wapi makofi ya juu? Piga makofi kama umeokoka. Oh, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Oh, twende! Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Kila moja, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu ufurahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Utukufu apewe Bwana aliyejitoa Kalvari,
iwe Bwana Yesu milele na milele. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Imba ukimaanisha siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Twende mara ya mwisho, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Tunashusha utukufu, siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Wapi shangwe na vigelegele? Haya, mikono juu, mikono juu. Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Haya, bariki mwenzako, bariki mwenzako. Bariki, 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 bariki Yesu, bariki, 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 bariki. Wapi shangwe na vigelegele? Timba neno, timba tulumbe msema na hofu. Tafuta mwenzako mpatie high five. Sambe wa moyo. Patia mwenzako high five. Sambe wa moyo. Timba neno, timba tulumbe msema na sambe. Timba neno, timba tulumbe msema na hofu. Timba neno, timba tulumbe msema na hofu. Timba neno, timba tulumbe msema na hofu. Timba neno, timba tulumbe msema na sambe. Timba neno, timba tulumbe msema na hofu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Yekelekele, yekelekele, twende, yekelekele, 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 mikono tu. Haya, twende pole pole tu, usikwe na haraka. Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa inua mikono. Kama umebarikiwa inua mikono. Bali wako, bali wako. Twende, twende. Bali wako, bali wako. Bali wako, bali wako. Hey, bali wako, bali wako. Bali wako, bali wako. Twende. Bali wako, bali wako.
Wapi mikono juu, mikono juu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, so let's praise him. Wapi shangwe na vigelegele. Inua mikono yako miwili, mshukuru. Fungua kinywa chako, fungua tu kinywa chako, mshukuru Mungu, mwambie thank you. Mshukuru tu, mwambie asante kunifikisha hapa, mimi kuwa hai. Mwambie asante, mwambie asante. Hakuna kitu ya maana umefanya, but you are still here. Mwele Ngai ni thank you, mwele gutire Ngai yuke. Mwambie you are the only God, the only God. You are the Father. Mwambie you are the King of Kings. You are special. Mwabaralie tu. Mwele nida kwabaralia. Mwele nida kwabaralia. Mwele gutire Ngai yuke. Gutire kendo gegukonekana gikuiguru guinamirira. Oh yes. Mwambie tu unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Mwambie unastahili. Unastahili Baba. Kwa vyote unastahili. Kule mashomode unastahili. Kwa yote Baba ninakuabudu. Kwa upungufu wangu nakuabudu. Kwa unyonge wangu nakuabudu. Deda kwa baralia. Wotirenga yonge. Unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili. Inua mikono sema unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana. Inua sauti yako sema unastahili, unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Inua kinywa chako umseme unastahili kuabudiwa. Inua mikono yako unaambia unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Unastahili. Unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Baba, unastahili, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili, unastahili wewe,
Sema wastahili, unastahili, 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 unastahili Baba, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, wadhamani, Mungu wadhamani, wadhamani Yesu, Mungu wadhamani, wadhamani Yesu wadhamani, wewe wadhamani, ima wadhamani, wadhamani Baba, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Yesu, Yesu wadhamani, ima wadhamani, wadhamani, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Yesu wadhamani, twakuinua, twakuinua, Mungu twakuinua, inua Yesu, wewe twakuinua, oh Baba, twakuinua, twakuinua, Mungu twakuinua, Baba twakuinua, twakuinua Baba, twakuinua, inua Yesu, mwambie tunakuinua Baba kwa ibada ya leo, wewe twakuinua Baba, Mama twakuinua, twakuinua, twakuinua wadhamani, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Mungu wadhamani, 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 Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Yesu, Mungu wadhamani, twakuinua, twakuinua, inua Yesu, wewe twakuinua Baba, twakuinua Yesu, Mama twakuinua, twakuinua Baba, twakuinua, twakuinua Baba, wasamehe, wasamehe, Mungu wasamehe, wewe wasamehe, wasamehe Baba, wasamehe, Mungu wasamehe, wewe wasamehe, Mungu wasamehe, wainua, wainua
Yesu. wainua, Mungu wainua, Kutoka mavumbini Jehova, wewe hakuna kama wewe Baba. Mungu wainua, Wainua Yesu. wainua, Hallelujah. Mungu wainua, wewe wainua, Yesu. Mungu wainua. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema Baba, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba. Inua mikono, sema wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Inua mikono, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba. Umenitoa mbali Baba yangu. Wewe ni mwema. Umenipigania vita Yesu. Haufananishwi. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema Baba, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba. Asante sana. Praise team. You're doing good work. God bless you. The ministers from morning, the intercessors, everybody that has participated in making this service a better service. I thank God for you. May God reward you. May God bless you. I'm overwhelmed, and I thank God because He is faithful. He's a genuine God. He has taken us from far. He has lifted us. We were nobodies. We didn't have anything. We didn't have good names. But He just felt it is important to touch us, to look at us with a sympathizing eye. I don't know what we did to Him that He loved us, because I don't think we have anything good we have done to this God. I don't think. For my case, I don't think there's anything good I've ever done to this God. But He just decided. He just decided that it is you, my son. He's going to do it to you. You're going to be blessed. Any obstacle in your life, any challenge in your life, any demonic power against your life has been cancelled, has been rubbed. Any challenge, any obstacle, any demon, they might have rose against you, but He has won your battles. Just tell God, thank you for winning your battles.
Asante. Thank you. Thank you very much. Thank you. May be seated in the presence of our Lord. Sometimes it happens so when the presence is so strong, it overwhelms. But thank you for everybody for making it possible to even come hapa, kukuja hapa. Naona marafiki wangu wengi wako. Mungu awabariki sana. Na tuombee wale wako njiani, the latecomers. Tuombee tu wafike mapema. Na Mungu tu aonekanie. Mungu akuonekanie wewe na watoto wako. Natumai tunaendelea kuombea wanafunzi ambao watafanya mitihani yao kuanzia juma hili, na kuna wengine wameanzia. Wekelea tu hapo. Mungu awabariki sana. Pia wakaweza kufaulu katika mitihani yao. Mimi nilifaulu tu kutumia mtoto wangu success card. Najua mko na watoto ambao wako huko shuleni. Wacha nitume tu success card ya kiroho. In Jesus name. Bwana Yesu asifiwe sana. Because sikujua majina ya watoto wenu, ningetuma. Nilijaribu kutafuta Karo nitumie. Anaitwa Joy ama anaitwa nani? Joy. Ukikutana naye mwambie tu atabarikiwa, atafaulu. Na nyinyi wengine mko na watoto ambao maybe your cousins, your nephews, your daughters, your sons. May God bless them. Those who are transiting from one level to another level. Kuna PP1, kuna PP grade 6. Hii dunia imechanganyika sana. Kuna grade 6, kuna grade kingine gani? 3. Na zote ni national examination. Hallelujah. Kuna form 4, and all these are national examination. It is point of moving from one level to another level. Also for those who undergo circumcision for men, I know there are so many young boys who will be going through this. We pray that this circumcision, the blood will not be used for rituals. Praise be the name of God. They are crooked doctors. They are crooked, those people who perform those kind of things. They take the blood, they take the foreskin, and they use it for rituals. We command the heavens that nobody will be given a position or a chance to do a ritual with a human being blood. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a very important stage for those who undergo this kind of thing, because that is where the transition is. That is the beginning. That's when Abraham was to be blessed, he was asked to circumcise him and the son. And that is where they made a covenant with God. For those who go for the circumcisions, because I understand there are also people who does not go for circumcision. That is a very important. Pray for your son. Pray for your son completely. As they undergo that situation, pray for them, because they are crooked. As I have been teaching you, most doctors, about 50%, are Freemasonries, and they understand the importance of a blood. The Freemasonries understand the importance of blood than Christians. They understand. That is why if they are asked, bring your son, they don't hesitate, because they understand the power in a blood. And these doctors are also in the Freemason, and these are the doctors that we are going to give our children. So you can imagine if you've encountered such a doctor. I want you to imagine what will happen to your son. And thus you see, you had a very good son, very obedient, but after this, he comes drinking, he comes in drugs, he comes many things. Watoto wengi wanapotelea hapo. Hata mimi nilipotelea after my circumcision, ndio mambo yangu ilienda mbaya. Because the doctor ambaye tulienda kwake, tulikuja kujua baadaye, many years later, alikuwaga wa Freemason. So I don't want, hata ukiangalia maisha ya wengi sana hapa, after that, ndio tulianza kuambia maneno hivi, ukaenda hivi, unakuta unatukana mama yako, utaki kusikiliza.
So it is very important. Pray for your sons, and before you take them anywhere, try to understand the history ya mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a cautionary. I don't know kwa nini imekuja. It's just a cautionary. Hata wasichana wengine wale mnaenda for counseling, because I understand kuna counseling inafanywa ya wasichana for transition. Also the people who will be counseling, be very careful with them, because walimu wengi, I think I have teachers here. Sindio? We have teachers. And some teachers, my son was in a school. I wouldn't want to mention it because of the legal nature of things. He was in a school here in the city, a very prominent school. And he came one day, he told me, Daddy, I'm not going to that school. Nikamuuliza why? And it's a very good school. Akaniambia, I am not going. Nikamwambia, you are going. Akaniambia, I am not going. Nikamwambia, you are going. I am not going. Hata taenda usome. Nikashindwa, my son has never, hajawahi kunijibu hivyo, ati hata wewe kwenda ukasome. So nikarudi chini, nikamwambia, niambie tu ukweli. Hakuniambia. Nikaenda nikatafuta msichana and my brother's daughter wanapendana sana. Nikamwambia daongea na my son, umuulize ni nini. Ndio akaniambia he was almost sodomized twice. And the person who was doing it, pushing for it, is the deputy teacher of the school. Hello? Is the deputy who? Teacher of the school. So he was like, kama ni deputy anasema, na most deputies ndio disciplinarians. Kama ni deputy anasema, then nitafanya nini? He had to fake, faint. Na nikaenda nikamchukua shule, but I didn't know, mimi sikujua ni kwa nini, kwa sababu nilitiwa nikamwambia mtoto faint. Nikamchukua. Na hakuniambia, he was traumatized. Ndio baadaye nikambadilisha, nikapeleka shule nyingine inaitwa St. Hannah. Baadaye tukazungumza, ndio akafunguka. After several months ndio alifunguka. Akaniambia what was happening there. Bwana Yesu asifiwe sana. And this thing was initiated by teachers, not students. All the head students and teachers were doing it. And it was being done for rituals. Is that true, teachers? Very true. So you can imagine how many of our children are suffering in the hands of teachers. Let's pray for our schools, pray for our teachers, pray to everything, our children. Mtoto yako akikuwa crooked na ni mtoto mzuri, don't run ukisema ati kana kunywa dawa, hapana. There is a mistake somewhere. Kuna kakitu kalifanyika. Na hiyo kakitu kalifanyika ndio kanakoroga huyu mtoto, ndio kanakoroga. Where's my boy? We need to sit down. I've spoken to him. We have to look for, sio ile yangu nafikiria. It's quite completely different. Yeah. He needs total rescue. Ako mbali. Nasema ako mbali. Sio ile kitu nafikiria. Ni kitu kingine tofauti sana. Bwana asifiwe sana. Si mtaombea watoto? Mnaweza kuchukua this week mzima muombe tu. Take your time and pray. Not your son, not your daughter. Any child. Watoto wote muombe to rescue. The target, it is in these children. They are really targeting them. They want to make sure they have won. Wanachukuliwa. Jesus was taken when he was how many years? Wakati alikuwa anakimbia kwa synagogue, how many was he? Only 12 years. That is when they initiated him. That is when they did everything. That is when walimtolea Wakorino, walitolewa nini? Wakorino in the house? Dirahoge. Ne dirahoge ka ne diragoi? Dirahoge. Neo pigeon. Na dutura? But they produced pigeon, dutura, unga ya ngano. Zile Yesu alitolewa. Ni gani dutura? Pigeon
na ugagano. Yeah. They initiated him according to the culture of the Jew community. This is a form of a sacrifice that was done to their children to cover them from any eventualities or to cover them as part of the culture. The boy was circumcised after 8 years, 8 days. 8 days. So the initiations, the processes of growing this son began in honesty. And that is why the devil was trying to kill him until when they ran away to Egypt for 3 years. Is that not so? For 3 years they stayed in Egypt because the plan was to distract them from doing the will of God, to distract the anointing that is upon this child, to distract the processes that you are supposed to go through when a child is going through life. Many things that happen in our lives are happened today because at some point we were distracted. At some point there was an intervention that was not godly. That is, after many years we have now encountering, because it was a seed ambayo ilipandwa. Na wakati ilipandwa, what happened? Imekuwa ikijaminate, waiting for that day where you try to enter your destiny. These kind of attacks, they don't come when the years of your destiny are not yet close. But the years of you being initiated into your destiny, that is when this demon, they come up and they will ask you, where are you going? But if you remain outside the brackets of your destiny, they don't question you. You ask them for Mercedes, they give you. You ask them for land, they give you. You ask them for anything, they give you. Lakini ile siku utaingia kwa hatima yako, ile siku utamwagiliwa mafuta, ndio uwaze the purpose of God in you in this world. That is when they will come and question you. I told you last time when I got saved, my life continued very nicely, vizuri kabisa. And niliendelea kupata tu pesa na kuishi maisha mazuri wakati niliokoka. But the problem started with me when Harrison Nganga alinimwagilia mafuta kwa kichwa yangu. When I was commissioned to go, shida zilianza. Ndio niliona Mugeke ikikuja kuniuliza maswali. Gari yetu, nyumba yetu, nini yetu, walinichomea nyumba zangu zote. Lakini when I got saved, it didn't shake the foundation that ilinileta nayo juu. I didn't shake. Salvation does not shake anything in your life. Kwa umeokoka, hiyo ni bure tu, it is a name. Kuokoka ni nini? It is a name. But the process ya kuokoka ndio shake the foundation or puts the foundation inaendelea kuwa strong as usual. Adone mareke lelio kanitha gerero moko mareke lelio no matikare ke lelio melire. You get that? Come up again. Adone mareke lelio kanitha maigererwo moko marekererio no matikarekererio merire. So there is a big difference between salvation and what? Kwelida ni kugate. And then total repentance and the deliverance. So you can remain here a Christian, a staunch Christian, a very smart Christian, well-dressed Christian, Bible conversant Christian, but inside you, you are an agent of the devil. The beginning of your salvation, it is when you start repenting. And the repenting does not just come
by you saying, I have repented. No. It is a process. Repenting is practical. It is not what? It is not a theoretical. Doing theology course does not turn you to become a man of God. Having gone to a theological college, it is a knowledge you got about the Bible. Because in the college we have two kind of teachings. One, you study religion. That is also theological. And another one, you study the Bible. The other one, for studying the Bible, it is meant for Christians. But if you go to do religion, you will study Islam, you will study Buddhism, you will study every form of religion, because that is what they will teach you about humanity. Humanity is not taught in the Bible. The Bible is talking between a relationship between you and God. But when you do religious studies, you study humanity. The people who have touched this world, they have done humanity. They don't have boundaries like Christians. They don't have that, I cannot share with a Muslim. I cannot share with a Buddhist. I cannot share with this. The people who have really touched, go and study. The people who give, the people who bless, the people who work with any human being in the world, they have done religion studies. Religion studies is about humanity. That is when you will understand, why is this woman the way she is? And why we are all made in the image of God. But look at him. Yeye ni mwembamba, huwezi kuvaa nguo zake. Alafu wewe uko na uso imekaa hivi, wewe uko na uso imekaa hivi, uko na kanywele kamekaa hivi, lakini anafanana nani? Na huyu anafanana nani? When you come to understand the secret of why you look the way you are looking and the way you are looking, yet me, I also look like God and I'm a man, but we all look like what? But we are different. So, what is the type? How does God look like? How does God look like? Ukijifikiria. Yeah? Like you. Who is us? He looks like you. God looks like? Yes. God is personal. God is not us. God is personal. When you see, pray, God of Joshua, God of Joshua, God of Joshua, and then pray, God of Moses, God of Moses, God of Moses. Moses was ordained by who? God. In the same circumstance as Joshua was ordained by who? By God. But these people, they are accomplishing a similar mission, but in a different way. Moses did it miraculously. The work of Moses was miracles. One point to another point was all miracles. What do you have? The rod. Drop it down. It turns, becomes a snake. Swallows all snakes. What do you have? The rod. Strike the water. The water is stricken. They move in. Moses acted miraculously. But the same mantle to take the children of Israel to where they are supposed to go was handed over to Joshua, but now not with miracles, with a compact force. He was told to raise an army. He was told, now take up guns. You have to remove these people from power. But God is accomplishing one system, that Joshua, now that Moses, my servant, to whom you are a servant, has died, rise up and get ready to take my people to where I promised your forefathers. So God does not work with you because you are good. God does not work with you because you are learned.
God does not work with you because you have some knowledge. No. God works you because there is a fulfillment of a promise that he has over you. That is why Joshua came. Because to fulfill what he told Abraham. To fulfill what he told Jacob. To fulfill. And these people died long time ago. They were nowhere in the picture. But God is a promise keeper. He keeps his promise. That is why I want to assure you today. You may be facing challenges in your life. You may be facing difficulties in your life. But there is a promise in heaven that you are going to succeed. There is a promise in heaven that you are going to conquer. It doesn't matter the kind of a situation you are in. It doesn't matter what kind of a problem you are facing. It doesn't matter what they have said about you. What I want to encourage you tonight, there is liberation after this. That Pharaoh, is it Pharaoh or is it Herod? He's about to die and you are going to go back. Jesus waited until the tormentor died. 3 years of waiting was not a good time. Living in a foreign country, hiding and seeking, moving all over because the Herod or the Pharaoh was still looking for this child. But they went na wakajificha huko for 3 years. 3 good years ya kukaa in a foreign land with a baby na hakuna vaccination. Until the time where the tormentor, yule ambaye alikuwa amesema wachinjwe, yule ambaye alikuwa amesema waangamizwe, yule ambaye alikuwa amesema wamalizwe, until the time ilifika ndio waweze kurudi. Huyo ndiye alikufa. Your tormentor must die. Your tormentor is about to die. Walika. So don't worry if life is not working for you. It is because the tormentor in your life is still alive. The one who had said that you must die, he is still alive. God took you where you are. You are where you are because God wants you to be there so that he can hid you from your tormentors. The challenge you are facing today, it is not a challenge from the devil. It is a challenge from God because he wants you to go and be somewhere. Ulelewe vizuri, uchungwe vizuri. Wakati wako wa kukuja, waliokupeleka kule, waliosababisha uteseke, wanaenda kukufa. They are going to die. You are not going to face them because it is not your time. It is not your effort. It is not your reason to go and face your challenges, but God will challenge them and finish them for your successes. Usione ni kama sasa maisha imeenda imeharibika. Maisha imeharibika. Economy iliyoru, watu ni baya, sina mke, sina bwana, na miaka ndio hii imeenda, sina hii, na miaka ndio hii imeenda. Don't worry about the years. Somebody did a calculation for me that 1 hour in God is an equivalent of 1,000. 1,000 years. Sorry? 1 day is 1,000 years. Now, how many days do we have in a year? 365. And 1,000 is equivalent to 1 day. 1,000 is equivalent to what? To 1 day. So 1,000 years is equivalent to 1 day. Now let us do the calculations. How many days are you on this earth as of now? Are you in minutes? Are you in hours? Or are you in what? Yeah? So none of us here has reached 1 day, has completed a day. Hello? None of you has accomplished even a second. We are in our second. Yet you are complaining, saying time has gone. Where did the time go? Where did the time go? We have this show. This is my girlfriend.
Kira. This is my girlfriend. She was born 1914. 1919 ndiye alizaliwa. Fanya hesabu yako haraka haraka. How many years? 104 years. Sasa turudi kwako. Ikarade. Turudi, una miaka gapi? Yeah? Only. Is she complaining? Aka kaguo naona kama nika pesa nane? She's wearing nicely. She's walking nicely. She's doing everything nicely. Why are you complaining? Because you don't understand yourself. You don't know what, and you don't have a purpose on earth. Any person who complains does not have a purpose on earth. Because if you had a purpose today, that this is my purpose, you will be working on your purpose. Hallelujah. Joshua did not rush anything. He normally and every day aliishi kwenye tent. Musa alipoenda kwenye milima, yeye aliishi kwenye tent. Musa walipoenda kukutana na Mungu, he never had an interest at ndoto dikanega Yoshua wako. Never. He remained in the tent because he knew, I have a purpose and the time for the purpose is not yet. When you know you got a purpose and you calculate your purpose, you should not be worried about it. What you need is know, what is my purpose? Ask your neighbor, what is your purpose on earth? Mulise tu. Kusudi lako. The reason for you to be this world. Unajua? Unajua? Do you know? Do you know your purpose? Are you in your purpose now? Not yet. So you don't know your purpose. Do you know your purpose? What is your purpose? Are you in it? What are you serving? Can you give us a scorecard of what you've served? You don't have. You don't have. Not the praying for the ministry. There is nothing called a purpose. Praying for the ministry. We are born prayers. The purpose, you must understand, why did God brought you here? The reason you are existing, the reason you are talking, the reason you are breathing, the reason you are doing whatever you are doing, that is what the reason for you to be on earth. What is the reason for you to be on earth? Where? Who told you the gospel did not spend itself? Joshua was born a fighter. That is why he was not in a hurry. He was waiting for the moment for his work to start. He prepared himself, clean vessel, for the battle that is coming. Moses was preserved and taken care of, lived in a king's house, because he was born a liberator. And he waited until the time for liberation came. That is when he started the job. Hello? Hello? So, what is your role? Who are you? Ask yourself a question. Who am I? Jiulize tu. Jiulize, mugogagoge. Hit this man. Muse, wewe. Wacha kuniambia ati wewe umeitwa kuomba. Hakuna mtu hajaitwa, hata paka inaobaga. The day you come to understand the reason for you on earth, you will not be in a hurry, and you will do exact the will of God. If your time is not yet, utaenda geshagi upumuzike. Time will come. The day you understand why God called you on earth, the day you understand what is your relationship with God, understanding the relationship with God reveals to you
the purpose of you on earth. It's only God that knows your reason to be here. Don't keep subua watu nakibia. You are here. You are this. You are tomorrow. You are this. You will find it in 1 year. You've been a pastor. You've been an apostle. You've been an evangelist. You've been a Quaker. You've been all manner of things. In 1 year, you have traveled to Ezekiel. You've went to Mackenzie. You've gone to Kisumu. Umeenda kwa Waruinge. Umeenda kwa Nganga. And keep wondering, what is this that keep moving you? How many churches have you heard Moses went? In the Bible? Not even one. How many churches Joshua went? Not even one. How many churches Elijah went? None. Because Elijah knew my role. And he participated within his role. He did it within his role. And nothing changed. Then he knew this role is going to go to my colleague here. My son, my spiritual son, who is Elisha. But he went and told Elisha, when you see me going, your mantle will become yours. Hallelujah. Because you will never be told that the mantle is going to be handed to you tomorrow. You have to work for it. Hallelujah. The mantle does not just come. When Joshua knew that I am the next person to take my children, the children of God, to where they belong, he never bothered to follow Moses, because he knew, mimi sijaitwa kama Musa, mimi si mtu wa mkono ya Musa, mimi ni kujitayarisha. Alikaa kwenye tent akikula ugali na modhokoi, pole pole akijua Moses, he is coming to die, so I have to wait until this man dies. And he never plotted for Moses to die. Hakupagia hapa kanisani, watu watakuombea moragia alagwari katagia visa hadi America kwa melena ko nigetha ndigero kanitha. Hallelujah. They will plot even for your wife ama husband. Wataombea husband yako apate visa aende Dubai. Akienda Dubai ashikwa huko afugwe ndani. Wataomba hiyo yote. These men and the women of God in the Bible, they waited patiently because they knew who they were. For you to become a son of God, you must first be able to identify who are you. The day you identify who are you, you will not have the struggles you are having today. You will sit confidently knowing my time is coming 10 years from today. What you do, you prepare yourself, the relationship between you and God. You prepare it. Unatengeneza relationship. Wakati Joshua alijua, mimi ndio nitaenda kupigana vita, hakuna siku hata moja alifuatana na Musa. Not a single day. He remained in the tents. He was praying, doing all the things that he's doing in the tent. Hakuwa naombea inji. Hakuwa naombea. Ama kuna mahali tunasikia aliobea inji? Joshua, kuna mahali tunasikia akiobea inji? Hapana, he never. Hakuobea inji. Alijiombea, alijitengeneza. Alijiprepare, and he was royal. He remained royal to the father, Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are under an anointing, you remain royal because you have been called to come and sit under the anointing, because this anointing is carrying a key to your future. Many of you are struggling because you left your key somewhere in Kangundo. Some of you are struggling because you left your key somewhere in Kisiaya, Kogalo. By the time you go back there, utakuwa umeng'oka meno yote. Sasa hiyo ndio nasema, I have been called a prophet unto the nations. Sasa unasema watu wanasema Jesus,
yani they wanakaa kusikiliza, wanasema ongeza volume. Sasa ukiongeza volume unasema meno iling'oka, ukitapatapa, ukikimbia, ukienda north, ukaenda south, ukaenda wapi, uko ukizunguka, kumbe uliwacha kifunguo kiko Kakamega kinakungojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, no, you need to know your purpose. It is only the purpose that will divine and decide and design your destiny. Your purpose will design your destiny. The people that are supposed to support your purpose, if you don't understand, they will come and they will go. If you are a builder, the kind of people that are going to come are the people that help in building. But now the builders will come, na ulitoroka kwa building. People with the technology will come. Architects will come. Masons will come to help you build. But they will find you cooking na mokimo. So they will try to look at it and then say, huyu mtu ni kama hayuko serious. They will leave you. Now regaining these people to come back, because they are busy. People to support you are busy moving from one because they want to accomplish here so that they go and again accomplish. There are people who are supposed to support a vision. If you don't know the purpose of you, they will come, they will disappear. They will be given another new assignment. Now getting them back, utakuwa umezeeka na utakuwa umemiss your time and your season. God does not act on your age. God does not act on your education. God does not act on your family members. God does not act on your location. God acts on two things: time and season. You are going to be blessed in 30 years. On the first day of the 30th year, that is when he will come with everything. If you are not prepared, the blessing will come and go. Na utawachwa kama hapi ukisimama hapo. Ndio nakuta watu walikuwa overtaken by events. If your timing of your blessing, you go in a cycle of 10 years. You miss this 10 year, wait for another 10 year. If your cycle is 5 years kuna kitu inatokeaga. You miss first 5 year, you've lost it. Wait for the next. And maybe the next utakuwa America, ukifanya kazi America, ama utakuwa Dubai ukilalamikia huko Dubai. Huko kwa umeta muno, niko uru muno. Huko tulaira tuthabie nyoka, huko tulaira tuthabie ciebu. Why did it happen? Ate ukinyete kuthabia ciebu gicihaga daipa. I have several calls I get from there. Msichana ananipigia anawelo ya dabagia nyoka. Hello? Were you born to wash snakes? No. There is a mistake happened in your life. The people who are supposed to mentor you, they either were not present or they were present, you ignored them. Wale watu wanafaa kukushikilia, kukupeleka kwenye maono yako. Wakikosekana 1 inch, that's the end of you. God is a God of what? Time and a season. There is season for you. There's time for you loving, and there's time for you crying. There's time for eating, and there's time for what? For not eating. So if you go the time of not eating, you start eating, no ginyoge the fair. And no ginyoge wala H pylori. Lazima utashikwa na H pylori. Ama H pylori ni nini? H pylori ni ulcers. Yeah. Na hiyo ikikuja, ukikula wakati ule haukuragi, kama umezoea kukula saa 7, uanze kukula saa 8, kuna acid na mwagikaka kuchoma chakula. Ikikuja kama ilikuwa programmed saa 7, inakuja saa 7. Na hiyo ikidrop inakuta ni matumbo tu peke yake imejaa na haina kitu, itachoma. Hiyo ndio tunaitaka kidoda ya tumbo. Ni acid ya mwili yako ndio imemwagika, imechoma.
Na hiyo ukienda kwa daktari wameibrandi vizuri, wanaita H pylori. Unakulishwa madawa mpaka unasikia yes, you are eating drugs. Wangapi wameandikiwa siku moja H pylori? Nairobi hospitali nyingi inakuwa either ni typhoid, H pylori ama malaria. Ama gas ni H pylori. Imebradiwa sasa, branded ni one community. Ni one community ya H pylori. Bwana asifiwe sana. And you be told in Nairobi na huja travel, unaenda kwa hospitali wanakuambia uko na malaria na huja travel. Na Nairobi hakuna malaria. Wangapi washaandikiwa malaria ya Nairobi? Na ukakula madawa kabisa. Umeshakula madawa ya Nairobi ya malaria? Ulitoa wapi malaria Nairobi? You have not traveled. You have not gone to Mombasa or Western Kenya. Yeah? Then unaona kubali tu akina kara wanakupatia because they want to make money. Kanatigo. Now you have not traveled. There are diseases that are regional. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the most thing that you need to understand in your life. You will never succeed if you don't have a mentor in your life. A mentor will project you to your destiny. And this mentor, you must be able to sit under him. Listen to what he's telling you. And the mentors are not just chosen. You just not go picking anybody, unamuona huyu na unasema now you are my mentor because uliniona kwa YouTube, now you are my mentor. Kwa sababu uliniona kwa Facebook, now you are my mentor. Kwa sababu ulisikia jina yangu ikitajwa kubwa. No. I have not been called to mentor everybody. There are specific people who are supposed to sit under me because I'm carrying the anointing for them. Then maybe you are supposed to be mentored by her. And then huyu huwa akimutumia kila kemo maraya. Na nikyo gikuwete service yaku. Kimutumia kiu. Ni wanaga wagie katutha miaka 15. Ukurite nginya ukagĩa na mĩgũtha mwĩrĩ wothe uhiana ngothi ya njogu. Ndiuza kuja. Mwathani yakoco. Dada. Niĩ kũrĩa ngereire. Nginya mwathani aranyonirie we nowe wena kiugo gĩakwa. Ukamũria mũmaraya ũrĩa. Mwathani aranyonirie we nowe na hingũra gwa ina kiugo gĩake. Utete miaka 30 ya kũruta wĩra. 30 good years. Ambao unafaa kuwa ushafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. But again, when the third time is not ready for you, you will not make it. So that is why a choice of the mentor will be so important. Because a mentor will stop you, will delay you, will atahakikisha unaenda na pesi ya Mungu. Mimi ukikuja hapa na kiherehere yako, nikakuangalia tu na kuangalia na kuchungulia na kuangalia kona zote na kuangalia kona zote, sasa nitaweza tactic za kukuzuilia. Ukitaka kwenda uende. Lakini I will try as much as possible mpaka uingie where you are supposed to get. Lakini ukileta kiherehere, mara unataka, mara unaenda, mara umegoka, mara umefanya hivi, mara umeenda huko, nitakusimamisha. Ndio unajisikia mimi si pastor, mimi ni commander. Mimi ni nini? I'm a commander. Me, I'm not a pastor. You came here to be commanded. Do you get me? Yes. Follow instructions. Kwa sababu na mimi nimefundishwa na dunia. I've been to prison 52 times, not because I was a robber. No. I have been shot Ibo Diago, bullet 12, not because I was a criminal. But I found myself associated in a group that was criminalized. Na kila kitu ilifanyika Nyere ni Waruinge. Ikifanyika Kirinyaga ni Waruinge. Ikifanyika Embu ni Waruinge. Ikifanyika Moro ni Waruinge. All the time I found myself in prison. One today, next month lazima nilikuwa najua. Mwezi kiisha mpaka nilikuwa natembea kwa barabara nikutane tu na traffic officer. Anishike tu kwa sababu naona ni kama si kama ni kawaida nikikuwa nje. There is a time I remember nilikamatiwa hapa Nairobi, nikapelekwa Machakos, nikasomewa mashtaka Machakos, nikafugiwa Machakos huko ndani, nikakuja nikatolewa usiku na flying squad, wakanipeleka Mombasa na ndege. Kufika Mombasa usiku huo nililala Machakos prison, nilirepu mwanamke wakapi, nikastakiwa Mombasa, nilirepu wanawake wawili. The night I was in prison,
Nilitoka, nikarepu, nikarudi prison. Nikiwa Mombasa nikapatiwa bond. Nikitoka nje hivi nikakamatwa. Nilipelekwa Rodwa kwa Turukana huko. Nilifanya usiku hiyo nikiwa ndege ya jeshi. Nilifanya robari ngapi? 2. God alikuwa ananitengeneza. Me, I was complaining. Sasa ndio nakujaga kurealize kumbe nilikuwa shule. Kumbe nilikuwa shule ya kutengenezwa. Ndio nikuja nitengeneze vichwa gumu. Ukiangalia nyinyi wote hapa wamekuja hapa, ni vichwa gumu. Hakuna mtu mzuri hapa. Nene makohea. Mumefinywa na dunia mpaka imekaa mkaona. Najua miaka ingine 2 mlikuwa mnasikia yule mtu wa Mogeke mnasema ni devil worship, ni shaitani, ni nini. Katagira dhoa kue. Ukiona umefika kwa Dora Waruinge. Saa hii ujue dunia imekuwa gumu. Baka ukikuja hata hapa ndio unaona mnafunika mauso ndio hii kamera isikuone, kwa sababu ukifika hapo uliambia ndugu yako ama mume wako umefika Murang'a mahali kuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, that is it. So there are people who are constructed because of a particular reason. That is why you are here. The reason I am this I am because of you. Na wewe ni kutengeneza for the next generation. Therefore you must be able to listen to me. You must be able to walk with me. Uweke akili zako nyingi kado, maana zimekataa kufanya kazi. Kama zingekuwa kazini, ungekuwa kwa hiyo kazi. Kanatigwa karaja. Yes. Kanatigwa jage. Utumia toa yole. Huyu walikuwa nafanya na waelimu hapa City Hall wakati huo. Ulikuwa kwa hiyo hall wakati nilikuwa nataka kuja kuwachinja. Waelimu walikuwa na kiherehere mingi. Ati tunabalisha pepo ya Mogeke, Dora Waruinge akamatwe, akwe arrested na blood. Sasa mimi sikushika ni blood ya Jesus. Mimi nilisikia wanaomba I be arrested. We arrest him, guy. Hapo tukafanya utafiti tukasikia kanisa ya waelimu inaenda kwa na watu wengi wa serikali. We arrest him, tunamkamata. Kwa hall msima sana nilikuwa nimetuma vijana huko wakakaa kwa hall. Sasa message ile ilikuwa we arrest him, tunamkamata. Tunakamata anga yake. Vijana wakadiambia huko ni huko. Nikaambia kikosi kibieni huko. Before they arrest us, we must stop them. That's the day I got saved. Tulienda jeshi kubwa ikaenda ikaigia. Walipoigia wakakuwa mastatue. So the report was not coming back. We were out waiting for the action. Tukaongojea report hiki. They have been arrested. Walikuwa huko wakageuka. Sasa niliuliza mwingine hapa nikamwambia kwani mbona hamkupiga simu? Ni jalilie thimo huko yaga. Dau madami ona. Na mimi nilikuwa hapo pande ipo karibu na hii insurance inaitwa nini? Hii hapa. Kwa main insurance. The insurance plaza. Hiyo kwa hiyo shamba hiyo ya Koinage iko hapo. Hapo ndio tulikuwa tumekula jaro. Unajua kilikuwa kiwaja. Hapo ndio tulikuwa tumekula jaro. Sasa tunaongojea the time to act. We were to teach you men good lesson. Kuwafundisha lesson. Something that you could have never forgotten. Siku hiyo ndio mugedinaus Jesus in front of a camera. Sema Yesu ni mjiga. Sema Yesu ni conman. Siku hiyo ndio mugesema. Lakini what happened to me? Nilipo sasa decide report is not coming. Let me go now. Kufika hapo kwa high court, hapo kuna kamutu kanakojowaga hapo.
kujiendea ripoti sasa mimi kukamata mama, kwa sababu walitaka sasa kutushikwe. Sasa tulikuwa naona kabla friends code ifike, wacha tufanye mambo, tukienda ndani tunaenda tushafanya mambo mzuri. Hapo kama mtu wako kanakojoaga hapo, nikasikia miguu yangu ni kama hapa hivi, nikasikia ni kama imekosa grease. Sasa nikajishikilia hako kama mtu hivi. Alafu jeshi yangu nilikuwa naendanga na bodyguard 12, lakini hunge notice, walikuwa tunatembea tu. Unakuta huyu yako pale, huyu yako pale, huyu yako pale, nobody knows that they are my bodyguard. Niliguza tu ndio utajua. So I was very sure niko na team, na wengi wao ni walikuwa niko mobeto. So hapo nikiwa hapo, mama alikuwa amevaa nguo ya white, kitambaa ya white, nguo mrefu ya white kama kolino, kiatu ya white, akaniita jina Waruinge habari. Na siku hiyo wanawake kuongea na mwanaume kama mimi, it was a taboo. Nikaangalia bodyguard yangu mmoja, ni macho tu, tulikuwa tunaongea na macho, kumuuliza huyo agerete yake ya huyu anafanya nini hapa, amepitia wapi? Mmundo mkoyo nikiagera, nikaangalia Kamau, nikamwambia ikalia Jeroge alikuwa hapa, nikamwambia Dongo alikuwa hapa. Hawaoni. Na waangalia hawaoni. Kama mama kako hapa kamesimama, Waruinge. Nikakauliza ni nini unaongea na mimi? Unataka nini? Ananiambia Bwana anasema umgeukie na yeye atakugeukia. Wacha ujika, toka bwana gani? Sasa nikataka kumpiga yeye ile kofi ya kemanyoko ile ya kurudisha hivi. Sasa hawa mabodyguard wangu wanaona nikifanya nini? Wao hakuna mtu wanaona. Na mimi nafanya nini? Na wanaona naongea, lakini hawaoni naongea na nani. So wao wana discuss karike kia hianeka. Na mimi naangalia, we are not seeing that I'm in danger and you are the bodyguard. Hai. Nikashaka sasa, nikashindwa. Mama akapotea. Nikaona ameteremka kutoka na huko kwenda na huko Insurance Plaza. Mimi nikaruka padeli ya Michel Court. Hiyo nyumba inaitwa Michel Court. Nione hao na hao wakaruka na mimi. Kama wakaniuliza niki kariki kiurere alilia. Demo mutiriona guiyo yuma ha mbere yakwa, ni guiyere ko yo makaje nini guiyere ko ki igetumia kiugie kurugamite mbere yakwa, wakaniuliza keha kuangalia. Ndio sasa by the time kuruka kutoka hapo hiyo kamutu kana kojoa kuja hii, si unazima ukuje hiyo Transnational House, si ni barabara mrefu, so lazima unaweza kuona yule mtu mliko na alikuwa na white, kumwambia na yule mwanamke kuangalia ikayadhi yako kutani tu shigo hivi. Nikasikia kitu imenishika, nikakaa hivi, nikasikia sauti, a thundering voice kutoka juu, this is the voice of Almighty God, turn to me, I will turn to you. Yani kama hizi speakers ziweke 1000 pamoja, that voice. Hawa hawasikii. Masikio yangu nikasikia imeingia jigiri. Ndio kama huyu akakwaniambia, nikaona nikasikia akiambia na goko tikwega. Ukiona mtu aje kuweka maodo mashio hapa siku zuri, wao walidisappear wote, niliwacha peke yangu. Nikivuka upande huo sasa, nikiangalia pale nikaona mtu mwingine anaitwa Bishop Medho the late, alikufa, alikuwa na huko Nyandarua. I think ni anko ya huyu ako senator saizi. Bishop Medho nikamuona akikuja, ni apostle, alikuwa anajiita apostle, akakuja na alikuwa wetu the other side, lakini alikuwa apostle. So yeah, how in Mungiki we had pastors, bishops and apostles and yes, strong one. No, our people on the other side, si ndio walikuwa natupatia ripoti ya huko wa elimu venye anasema hao maapostle. When I was now nikijaribu, nikaona jamaa anakuja, nikamwambia toka, akakuja akanisalimia, nikamwambia hebu nisaidie na namba ya pastor yoyote ambayo unajua, because I was shaking. Naona kila mtu, naona anytime I'm
I'm going to die. Nikawekwa uoga mpaka natetemeka hivi. Akaniuliza niki kiuni. Kae murwaru. Nikamwambia no. Tajiria namba ya pastor. The ule wewe. Yeye mwenyewe ni apostle. Lakini sikumuitisha. Kwa sababu ni wetu. Akaniambia sasa kwani ni nini baya? Nikamwambia utaweza kuacha ujinga? Ndenda namba ya kuangalia ile namba ilitoka ni ya James Maina Nganga ya kwanza. Akaniambia ile namba niko nayo hapa ni ya pastor mwingine wasimu. Nikamwambia lete. Ilikuwa 0722 413 883. Hata ukiangalia kwa screen yake hiyo namba bado hajaitupa. Iko hapo. Nikampigia. Siku hiyo alikuwa Mombasa, hakuwa amekuja hapa. Walikuwa kanaenda pale, kuna mahali walikuwa wanafanyaga karanja wakamchana. Sasa alikuwa bado hajakuwa hajaacha kujibebea speaker kama mimi. Sasa alikuwa amebeba speaker kwenda ku mount. Nikampigia simu. Nikamwambia Bwana asifiwe. Hii bwana sijui ni mgani. Nikampigia. Nikamwambia mimi naitwa Dora Waruinge, mkubwa ya Mugeke, na ninataka uniombee niokoke. Na mimi naitwa Dora Waruinge, mkubwa ya Mugeke, nataka uniokoke. Una koka. Nataka kuokoka. Nganga akaangalia nyuma. Kwa hiyo hoteli wale wanajua pale alikuwa anafanyia ranjawa. Akaangalia hapo. Kuna vijana walikuwa napagusa viatu na wako na manywele, na wengine walikuwa nauza miraa na wako na manywele. Kuangalia hivi akaona ndio hawa. Akaona ndio hawa. Hiyo story sasa alinipatia venye aliteseka. Akaona ndio hawa. Akaangalia Wafula, walikuwa na Wafula. Akaangalia Wafula. Akaona sasa mimi nimekufa, Wafula hajui naenda kukufa. Sasa hiyo ameshika simu hajazima. Akakata. Nikakata tena nikampigia. Nilipompigia nikamwambia nataka uniombee. Akasema sema Bwana Yesu. Nikasema Bwana Yesu, nimeokoka. Nimeacha dhambi. Sema amen. Nikasema amen. Wakati nilisema amen, nilisikia kiguo machuma ilikuwa kwa mwili yako. Ilianguka. Nikasikia ni kama machuma ile kitrakta kikubwa kimeanguka chini, ikaanguka. Nikasikia mwepesi. Nikasikia vizuri. Macho yangu ikafunguka, nikaona dunia nyingine mpya. Naye Nganga moja kwa moja alitoroka, akaenda na gari, alipanda juu ya baiskeli, akaenda mpaka police station, akajipatiana kwa OCS. Akaambia polisi nakufa. Kauza nini? Wako hapo. Mimi niko Nairobi. Wako hapa wanani? Mungiki amefanya nini? Bwana asifiwe sana. When God has a reason and a plan for you, He will only come at the right time, in the right season, in the right planning. Kwa hivyo kama hauna biashara inafanyika sasa, wacha kungangana. Don't force it. Wacha kuchocha mafuta. Wacha kukimbia. Just relax. Wait for the time. Inakuja. You are not here by mistake. You are here because there is a purpose for you to be here. You are on earth because there is a reason. You are on earth because there is a purpose. Huko duniani maana kuna mkitu Mungu alitengeneza kwa sababu yako. That is why you don't look like any other person. That is why the government will take your finger. Because you are an original. That is why they are taking macho. Because nobody has a similar like yours. You are an original of yourself. Don't worry about the situation. Don't worry about wamekuacha ndio. Ulikuwa umeolewa na kimwanaume kimekuacha. Yes, wacha kiende maana kilikuwa kikuja kikuletea shida. That was a destiny killer. Wachana na yeye aende. Ulikuwa na mwanamke amekuacha, amekuchorea, amekuacha kwa mataa. Wacha aende maana that was a destiny killer. You are destiny connector is coming. There is nothing that God does on earth
ambayo hatujui. Yeye anajua. We have, kila mtu ako na kitabu yake. Tunabieko kwenye Biblia kwamba kutasomwa kitabu na nini? Vitabu. Si kitabu kimoja. Kutasomwa nini? Kitabu na nini? Vitabu. Every person, jina lako liko limeandikwa. Kila siku wakati ulikuja duniani ulijulikana. In the book of Jeremiah 1 verse 4 inasema, before you were born I knew you. And once you were born and once I knew you, nikafanya nini? I did set you apart. Then I did what? I consecrated you. Then I did what? I anointed you to become a prophet unto the nation. Before your mother and your father came together, I had already anointed you. Before your grandmother and your grandfather came together, I had already anointed you. So what is the problem you're facing now? Why are you crying? You are already known. Just sit in the presence of God. Joshua sat in the presence of God. Joshua never followed Moses. Joshua never followed anything. He knew the appointing authorities, not Moses. The appointing authorities in heaven. He made peace with the appointing authority. That is all what you need. Make peace with the appointing authority. Wacha kufikiria eti kwa sababu leo maisha maku duakete miaka nethire duakete magekonde mamunyo kama tatu doliona ke kaja kutarole ole ya kemito. Don't worry. Meno ya plastic Mungu ametengeneza. Tutakuweka na utakula nyama mzuri. Time is coming for you. Time for your blessing is coming. About 15 years ago I used to call Jesus a conman. Keheki ya Maria, keheki ya Mumaraya. 15 years down the line. Today I'm the one who viciously. Daddy wewe. Viciously. Nende wewe ready. Tenacity. Linabere. Viciously. Ni kusemaje? Zealously. Yani bila kurudi nyuma, bila uoga. Ndio unaonaga nikiongea, siongeagi ni kinini. Nimepitia, unakuja kuniambia utaniua. Kwani wewe huna shingo? No. Yes, tualiema. Ati ni tukumuraga. Kila kana tukurage. Wewe nduri nagi gwegerego. Aya makomanda na barua hivi. Dina marua huko. When you are given a commander's role, you are given a role to fight. And you don't fight animals. You fight the enemies of God. Sijui kama mnielewa hapo. You don't fight animals. You fight what? The enemies of God. And animals have never been enemies of God. They have never been. Huyu kuna siku ingine alipata neno la Mungu. Alikuja hapa saa 2 usiku. I wish wa mama wangejua. Ungeshabuliwa. Najua hapa kuna wale wa mama wanaangalia nani anaongea. Anakoka na darubini ya kuongea na apostle. Wanataka kujua ulienda kwa apostle. Ulienda mlikuwa mnabiana naye nini? Bwana ulienda na nguo kama hii. Bwana ulikuwa tulikusikia ukicheka huko ndani. Kwani mlikuwa mnaongea nini? Wengine wanasema uko tunaongelesha kwa vibaya. Ukisikia na kuongelesha vibaya, umekanyaga waya red wire. Umekuja too much. Yes ro, nooka too much. Ukikuja too much, nitakulipua. Nitakulipua. Nienda kegunya bara. Nitakugunya bara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nature yangu. Hapa sikusiongeagi msuri. Kwa people ambao mmekuja hapa siku ya kwanza, siongeagi msuri. Sijazaliwa hivyo. I can't pretend to do what I'm not. Dige pretend. Ndogetegere kuteka kugagweta baby na sweetie. I don't have that culture in me. Ama sio gari kubwa. Mimi I don't have.
Mimi mwenyewe ni ile kazi ya Mungu amenitia ni tofauti na hiyo kitu nafikiria. I'm not that what you are thinking. I'm different. Ende usome tu historia yangu, enda kwa Google weke jina Dora Waruinge. There are 300,000 pages about me. Baka ukienda kwa WikiLeaks niko na 10,000 pages in WikiLeaks on discussing me. Ufungue pages za German, wale wanajua kuongea Kigerman. Nimeandikwa na magazeti ya German, Migi, Headline, New York Times. Zote zimeniandika headline. Nilikuwa naletwa na mtu mwingine ananipigia picha ananiambia, "Oi, ni wetu na athoma huko America." New York Times. Nikiwa headline. Na nilikuwa mtoto by then, mtu wa miaka 23. Si sasa hii nimemea befu. Ni befu ama ni defu? Because God commanded. Alicommand. Mimi nilianza hiyo kitu, hiyo maneno nikiwa 17 years. Wewe ina miaka 17 walike. From 3. Ni ndani ni class 8. Sikusoma haraka venye mlisoma. Sasa ndio bado mabirigani. Number 28. I went for a walk, but now I stop. Hata ile sasa hiyo tu nikifanya hizo vituko zote bado nilikuwa nafanya ile. Hizo nikianza nikiguruma Kenya mzima bado nilikuwa narudi kwa utoto. Unataka unielewe tu. Kwa hivyo nikiongea baya kuna vitu sikufanya. Na sikutanikuta huko nikigurutoka degurutokine gurutoka guruki dukajorie. Kwa hiyo maundu itekire na ndenda kumeka. Ndio naogopa kukuwa na bibi. Maana kuna vitu zingine ninaweza kufanya hapo. Aniulize neke moyo. Kwa sababu aliona ndio Waruinge kwa TV na kwa magazeti. Sasa nafikiria ako na mtu mzima, kumbe ni kitoto. Lazima ukue, mwambie mwenzako lazima ukue. Lazima upatane na mtu mwenye atakuchuga. Mimi nilikosa mtu akunichuga vizuri. Mpaka antini nimekutana na Harrison. Ndio hakuniogopa sana, lakini hata siku ile aliongea hapa, mlisikia akisema ati alisikia Dora Waruinge yuko hapo. Akasikia moyo. Akawauliza ati nani? Dora Waruinge mgani? Mwenyewe. Lakini alikajikakamua kabisa, maana wakati tuliongea nikaanza kumwambia maneno niliona amegia kwa kadrua, akajitetea. Nikaona akanipatia ka 50. Nikaweka lakini hiyo naona kwa sababu nilimuuliza ni wanegeria 50 ile niki. We ona corona we doke ni ana. Ndramenya mundu nikiongerera. Ndramenya mundu nikiagerete huko. Nikajua kumbe lazima alikuwa anajitetea vizuri. Lakini tukakuwa urafiki. Nikamuelezea masaibu yangu yote, akaanza kunilea. I sat under him. Akanilea mpaka saa hii I'm able to stand before you. And that is the qualities of a good son. Nilikuwa na power kumuliko. Nilikuwa na nguvu kumuliko. Nilikuwa na jina kumuliko. Kwa sababu wakati aliniodaini pale, jina yake liliruka juu. Jina ilipanda. Haya, no, ni mtu ni husho. Tende Dora Waruinge. Aitirilio maguta no. Neka pastor kage kana ha. Lakini kutoka that day akaacha kuitwa kapasta, akaitwa mtumishi wa Mungu. Ukiona huyo amemwagiliwa mafuta ni Harrison, kweli ameokoka. Kwa sababu watu walikuwa na bado nafikiria sijaokoka. Hapa tukiwa kwa James Maina, kuna watu walikuwa wamekuja kanisa because alikuwa ka basement pale, nyumba inaitwa Bavesh hapo chini. Watu wa Bavesh wale walikuwa huko Bavesh. Ninajua hapa kuna washirika tulikuwa nao huko Bavesh pale Fig Tree, opposite Fig Tree. Watu wa Bavesh hapo. Sasa hapo ndio tulikuwa. Nilimkuta nikanyumba kalikuwa kametoshana haka hii na hii pira na hii pira. Hii ndio ilikuwa kanisa ya Ng'ang'a. Mwenye alikuwaga hapo ni Wafula. Yeye alikuwaga main church Mombasa. Hallelujah.
Niliokoka on Tuesday. On Saturday, on Wednesday nikamwonyesha hiyo kiwanja menye yako hapo, ilikuwa kiwanja yangu. I was the owner of this rad. Hii rad yote unaona hapa. I was the owner. Ukitaka nikupimia mali ya kupikusia kuchugu karaga, nasema 1 2 baka huko. Leta shilingi 8,000. Wewe hapa. Wahidi walikuwa wameshika hiyo, tukawafukuza wote. Sasa nije nikapeleka nganga nikamwambia kumahali. Tulikuwa na mtu anaitwa Kongo. Kabia Kongo simama pale. Na nani huyu Motuli kalikuwa kijana. Kabia simama pale. Na nganga nikabia enda pale na John wao pale. Kabia hiyo ndio kiwanja kujenga kanisa. Kaniuliza, "Dia nani?" Nimekwambia jenga kanisa. Akakataa. Hii nikaenda tukanunua chuma, tukakuja tukaweka kanisa mpaka wale imesimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sometimes sasa ukiangalia mtu kama huyo anakuja kupima city, capital city shapa, na inakuwa na ikakua mpaka saa hii hakuna mtu amefaulu kumtoa huko, ama hakuna mtu amemtoa, hakuna na hata tolewa. Ni venye tu alifanya brada, hakujenga nyumba mzuri. I wish ni mimi nilikuwa hapo. Ile nyumba ingekuwa hapo, ingekuwa kwenye vitabu za Kenya Tourism Board, one of the sites to be visited, ingekuwa hiyo. Yes, lakini hiyo nitafanya hiyo. Afadhali nichukue buduki wanipatie pesa nijengee Mungu. Hiyo siwafichi. Najua nikitoa buduki utakosa kutoa ukisikia ni dola. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm talking about the purpose of God in your life. A purpose of God can be unveiled only if you become a son. If you can only become a son, utengenezwe into a process of God, and then through the process you will be unveiled. You can never become if you are not unveiled, and you can never become if you have not gone through a process. There must be a process that God will engage deliberately. Atakupeleka ukunywe chang'aa mpaka ungoke meno. Na kama mfano, kuna wenye kama mfano, acha nisitumie mfano, nisitumie hapa, mtakasirika. Nitumie wewe. Sasa unakaa Mombasa, kanisa ya Mombasa ya ng'ang'a, unaomba Mungu akupatie bwana, na bwana yako mlikutanaga mkiwa shule alafu mkaachana kwa sababu ulisoma yeye hakusoma. Kumbe huyu bwana yako anakuaga huko Kogoya, Marigiti ya Kogoya, ndiye anabebeaga watu mizigo. Na kisomo yako yote unaenda Marikiti, nasema wacha niingie Marikiti ninunue chakula ya watoto. Ukiota wakibeba mizigo wanaenda wetoka ni kuambia watu wafugue je barabara. Sasa wewe na kiherehere na ujuaji yako unagogwa na nini, unaaguka. Sasa unapiga duru, ameniangusha, unamshika mguu, mnaanza kesi. Baadaye mkiwa kwenye kesi yenu unaona na kimudu yake anganege dhaka, muna exchange contact. God will sababisha kitu, kumbe kwao ni Nyandarua, anti yao anakuwa Kadedarwa, anti anakufa, na nyinyi kanisa yenu anti mwingine wao ni member ya kanisa yenu, na nyinyi mna decide kwenda Nyandarua kupeleka huyu mama. Mkifika kule mnakutana, mnaangaliana, huyo kali mudole, this man looks very familiar. Najua Kirinyaga mkikutana na Wakirinyaga waje, Kirinyaga in the house, mawe gatiriri, you draw na very familiar, lakini ndiye remember very well kwenda kuonete. Bwana Yesu asifiwe sana. Kirinyaga in the house, msijali. Draw na very familiar, lakini ndiye remember very well kwenda kuonete. Sasa unasema, oh, wait, Kogoya, okay, wito ni gogoko niko wito. Ndio sasa mdomo hakuna meno, woko niko wito. Na wewe hiko huko umegongwa na jua, kagari kanakuja kanatobokea huko, unakuta kile kimutu ndio kinakusaidia, unakiambia nikupatie lift. Kutoka hapo the next inakuwa history.
bako unapata pesa, unaenda unamweka meno, ukimweka meno kona kenine kiaruga rawega. Hallelujah. That is how God coordinates things. You are not here by mistake. You are here because God ordained you to be here today. Because I got your word. The word that will propel you to the next level of your life. Everybody has a mentor. Everybody has a connector. Everybody has a person that lifts you to the next level. You cannot walk alone on yourself. You need that person to help you. Hata kama unajua kumuliko, nyenyekea tu utembee na yeye. Nyenyekea tu utembee na yeye. Maana ako na kitu ambayo atakuachia. Elisha alikuwa mpaka anaambiwa anatukanwa na Elijah. Tudhie. Tadiogere maina kwa keda. Elijah na mabia ndiragera. Wewe toka, endo kachukue maji. Siedi. Twende na wewe tukachukue. Dwehera. Asha anaenda na kapa. Akienda kuenda anaenda. Well, anarudi. Elijah akienda kuenda anaenda because he was a son, an obedient son. Understood the principles of the kingdom. Wanyo na gevye, it will be released. But timu toto tuwarane, ukiniona si tuperekane, hapana. Ukiniona, kwa hivyo be obedient, keep your distance and walk from a distance. Pole pole tu, to receive the anointing upon a man of God, to receive the favors of God, you need to submit to an authority, because through the authority God will release the blessing. Blessings come through authorities. They don't come because you are good, because you have gone through what doesn't matter. It doesn't matter how good you are. It doesn't matter how managed you are. It doesn't matter sura yako ni mzuri kiasi gani. It doesn't matter obet what here. Yani watu wakikuona wanaonaga kimutu kimekaa. Hapana, it doesn't matter. That is not a big issue to God. The issue, how obedient are you to the calling? How obedient? How ulinyenyekea aje? How did you serve my servant? Because God is looking at us a benchmark. Because he is giving you 10,000 people. How will he trust you on 10,000 people and you fail to obey one person? You can never. Most of us, we have failed in our anointings. Not because we don't have anointing. Kuna mtu wako hapa anaweza kuinua tu mkono hivi unaona kiwete inatembea. Lakini after that, utakutana nake hapo chini akikwambia, "Modo wa Ngai, komete muno. Rokete muno." Ni udanya na uguha. Ndio na tikiti. Lakini aliinua tu mkono, kiwete ikatembea, macho watu wakaona. But because of the disobedience of the anointing that is supposed to be under, the anointing you have will never translate to be a blessing. It will torment you forever. Utakuwa ukichekelewa. Utakuwa akikuona, kuna pastor mwingine alikuwa anasema, alinitolea mapicha ya makrusedi alikuwa anafanya. Sasa kanitolea, nikaona zilikuwa na watu. Nikamuuliza, so what happened? Tulikosana na bishop wangu, nikamwambia kwenda na mimi nikakwenda, nikaenda nikaanzisha kanisa. Alafu kakwaje? Mimi nikaendelea Injili. Watu wakakuja maelfu na maelfu. Sasa sijui ama nikabibi kegini nilichukua hapo ndio kanikalifa. Nikamwambia si kabibi. Unaona wakati mlikosana na hiyo bishop, hapo ndio anointing ilipotelea. Because hii watu unaona hawa ni favor ya yule bishop. Tukianza safari na wewe, uinuke hapa kanisa ikuwe kubwa na uinuke na upendo sana na watu watakuniliko. Uone uko na watu upasue kanisa upeleke. Wataenda na wewe for 6 months. Na itaongezeka for 6 months. Wakati hiyo grace, kwa sababu itakuwa itatembea na wewe na itaanza kuexpire. Because hakuna renewal. When you come to me as your spiritual leader, there is something I give you daily. The encounter I have with you, kuna kitu, kuna grace niko nayo, hiyo ndio nakuachilianga na ndio inakusustain. Sasa wakati, kwa sababu nilikuwa nimekuwekea migi, utakuwa unakunywa kachupa kidogo, kazip kadogo, unaweka chupa kidogo. Ndio chupa inaendelea kupunguka na haiongezeki. Sasa siku itapunguka kabisa, ndio utakuja kujua ni wale fafa. Ndio unaonaga mtu anakuja hapa kwa madhabahu kukihubiriwa, unamkuta amenili tu hapa, amekaa amenili hapa tu hivi.
Unamuuliza nini mtu wa Mungu? Man of God, I have come to do what? Man of God, I have come. Maana baka nyeje hata kuguni haziko kwa hiyo kanisa. Hakuna. Gotiri ona nyeje. Gotiri ona jagathira kirania nyumba yo. So the favor, when you got the grace and the anointing, everything that exists that was created by God will follow you. Ukinikuta niko na chao jue ni anointing. Yes. Ugiegora ndina gogo ni gecera hago. Ndukakue uru. Mekio gwegwethe na tukamiurage. Ni anointing ira ndina. Yes. It attracts everything. Na ndio naonaga ukiona wanawake wakikuja pale, wacha kuwafuata. Niko na mafuta, ni mafuta inawafuta. Na hii mafuta inafaa kuwashughulikia. Wanikaribia kama niko na mafuta ya Mungu itawashughulikia. They will be stopped, they will be changed. The demon that is in them ita change. Lakini ukiwazuia wasikuje, mahali kwingine itaenda nitakutana na huko. Lazima nipite mtihani ya hapa. Kama Mungu anataka kukupatia Kenya mzima, lazima upite mitihani. Kuna mitihani lazima utapita. Kama ni roho ya usherati, lazima upite. Kama Mungu anataka kunipatia mke, ni lazima nipite klasi ya usherati. Lazima. Nitaletewa warebo, wafupi, wanono, madokoro, masokoro, maketere, makachara, makete. Sote zitakuja. Naye Mungu akiwa pale. Maana niliomba Mungu nikamwambia Mungu nataka mke. Ndio madhabahu hii iweze kutimika. Hallelujah. Mungu akaniuliza dada mke? Yes. Na nikamwambia rofaruru wako wa. Msiendeke kuitisha mke, mnaitisha mwanamke. Tunataka bibi, utaletewa vitu zingine ambao huwezi kuelewa. It be specific to God. I need my rib. Si mama, si mke. Don't go for a wife. Go for a rib. Wives are many. Mekweke. Kwe muthenyoroka. Atwaja mugwaja. Makenyiterera. Mundu murumi omwe. Wetanagio nawe. No tuirio ni turiheaga. Mwathani agocwo. Hallelujah. Ona nguo cia kwihumba mutirajetia. Murenda ritwa riakwa acio mari okuo. No, kama ukiitisha pali maana mimi nililalishwa. Nikaangushwa nikakufa. Na ndio unaonaga wanaume ni wajika kwa wanawake. Kwa sababu hatujui venye mlitengenezwa. Mimi niliuliwa. Nikang'olewa kitu hapa. Ndio ikatengeneza wewe. That is why unaonaga wanaume na msibebe hawa, msitubebe vibaya. Tusa wewe ni mke wangu kana ndogage gwira andu atendera tu ndira anointiro. Tuliona alinisimamisha, wacha kunigusa. Kaa kwa gari, tuko kwa gari. Sasa si uko hapo mimi naendesha gari. Kuja. Sasa kupita hivi. Sasa kwenda. Mimi sasa naendesha gari. Na huko hapa. Sasa si uniguzi hapo niambie tunaendesha gari. Niko na mwanamke ndani ya gari, lakini ninaona mwanamke mwingine. Macho yangu yote yanafanya nini? Saa hii wanawake ndio naonaka tunakataa miniskirt. Si miniskirt ni baya. Mama yangu alikuwa anavaa mudhuru. Mnajua wakati watu wa mudhuru? Siga nakatia. Kanyamuka kafa kwa habere na hathutha. Nimati mwego. Nimati geta kweto ciana cia Ngai. Riwa ya mekera miniskirt ni kimura tu mama mahure. Ile reason tunapiga sio ati si mzuri, mwego ni mzuri. Hata miniskirt ni mzuri. Lakini ya kitu tunapiga, tunajua weakness yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because mwanamke akipita hapa amevaa miniskirt imefika hapa, kila mwanaume atageuza kichwa yake, kila mwanaume. Lakini the same mwanamke apite hivi, aende atoke pale akiwa uchi, hakuna mwanaume atamwangalia, tutaangalia kwingine. Na kufanya hivi narudisha hivi. Because wanaume hawakuragi kitu real, tunakuraga imagination. Unaona kasichana kamedi kako kiona kameanza kufuga tumatiti tumefuria hapa. Piga sirapu. Kanajua imagination itakuliwa hapa. Mzee ataanza kuchelewa. Mzee ataanza kusema
ni uguthiaga thoko muthi kocereirwo ata ko muthi turathie thoko ndona na toa na kwambia iguku ni kwendagio sweet melody amefanya survey huko kote hakuna sweet melody huko ni kwenda ate sweet melody no ni marigiti ukegogere mbeca cia tigiti ugure sweet melody thano unatoka Gongu mpaka Nairobi ndio hii imagination ifanye kazi. Ukiona kamedi kameanza kufurisha hapa tumatiti kuna venye mnakuja kanatoka hivi piga slap na ukabie kafunika kifua kwa sababu hiyo itafanya nichelewe kesho, itafanya niombe kazini ruhusa niseme sisikii mzuri, nasikia mgoko hapa kukiuma na hapa kukiuma, I'm not breathing, nasikia niko na symptoms kama za COVID nasikia niko na symptoms zinakaa kama za COVID. Wewe ukiwa MD utakubalisha mtu ako na COVID yakae, si unampatia wiki mzima? Ni kwa nini imeleta hiyo story yote? Na kingine kameralua hapa na kanajua deliberately huko kanaanza kuosha nyumba ukiwa hapa. Ndio kwa sababu sisi wanaume we don't do real things. Why? When you are created tuliuliwa, so tunataka kuimagine hii kitu ni kitu gani. We want to discover what is this. Sasa unakuta mwanaume nimeoja huyu mpaka sister yako, utakuta mpaka mama yako nataka todo direiganira ndi mukegu haha direiganira ugo mwenda twaje kwe hivyo gute kujeta ngoma titigana ngoma yo no wajeta ngoma ni ndarikira kwa ngoma na ngwaje kuruta maira ma ngoma na ni nguhingio guo jitatuka ndo jita my husband ukatu enda huko kwa bedroom sasa hiyo vaa ile kasimi through mzuri aje mwache ni upuzi atumie tiga Yohana utumia toyo egothie bedroom haria bedroom ni haigete kakaredio magurite kanini karaina nyembo cia kigoco agacoka hau hena Bible bedroom agacoka keho githogithi kira mwikira na guku yekira haha agacoka gekira rucati rwandikitwo sengenge ni ng'ombe na guku thutha ukimu inaua riu ri na agacoka bedroom wacheni kupeleka hiyo ujinga ya Bible. Hiyo maneno hiyo ya jibu ate wachana na hiyo upusi. Kiokoko wacha kupeleka kwa bedroom. Wewe ni mke wa mtu, peleka mke wa mtu kwa bedroom. Take the wife, mupeleke ndani ya bedroom. Jitayarishe, toa hii mataa hii na shine. Weka ile ya blue huko. Alafu weke song, cassette ile ya Dolly Parton. Zile nyimbo msuri. Nyimbo Dolly Parton jamani nani? Nyimbo msuri za kupeleka mwanaume heaven. Akikia huko anakuta the atmosphere is allowing. Huyo mwanaume kila tuthiaga ba gwikara ba ginya thaa 4 cia utuku tondu mwene ba andikite muiretu ena ki haha kiiretu kiega kina kiero kiiretu kiega kina sumaira na nikifundithitio gusumairira unanikuta kwa counter ya bar karibu nikufie huko kama glasi ya bar ninakaa kwa counter nimekaa tu nimesuba huko pesa yangu 10,000 itaishia hapo na hiyo pesa ukiimalizia kwa nyumba. Peleka maneno mzuri bedroom, wacha kuweka Biblia wacha huko chini, tengeneza prayer room huko chini. Pana peleka Biblia huko juu. Maombi mingi wacha, toa maombi mingi kwa bedroom. Ukristo weka chini, ikia huko. Huyo ni bwana yako umepatiwa na Mungu. God knows what you are doing. Na ameweka tiki. Mukifika kitchen, kaa kama kitchen. Teithia mukaguo kuruga, utinageri gitungura kiruga ngima. Mukwe machef. Mukikia sitting room, hapo ndio discussion. Hapo ndio mna discuss future. Bwana sifiwe sana. Hapo ndio mna discuss hata hapo Biblia itakuja mnaleta references na muhujio mothe ni ahujiri wega muno. Muhujio mothe ri eko hiena gata huhwire tutaitha kaundu kega. Muma hau ri hiyo story ya muhujia mumalizie wapi? Hapo chini. Mkienda pale kwingine nenda na utafute kaguo kazuri. Garrison. Mbona unanikasirikia? Nimepita mipaka. I am your father, I have to treat you. Ndoa nyingi zimevunjika hivyo.
kama sitawaambia hapa, nunua kaguo kazuri kega gathaka kena tumariri sitoko mariri kindu githaka. Yes, yeah, na ga perfume unafinya kule, msiweke ile ya Yolanda na ile ya binti Sudan na Cobra. Eka kitu hata mtu akiingia kwa nyumba anasikia. Yes, huyo mwanaume atakuwa anakuja saa 12, atakuwa akifika kwa nyumba saa 12 na unamkuta hataki sitting room, kwa sababu sitting room unamsubua sana na maneno. Unamkuta hako huko juu, unamuuliza inawaje roge iliona ile daiwa nie tagurira na gugu todo. He is already ready. Umemtengeneza ako ready. Unaona wigithirwa rekia kimutwe kisengeke ni ngombe ukimwi na ua radio kama savu haha na kairetu aguka meidi kaheta nyamo cigaikara uguo. Competition itaenda pande gani? Na bado ninakutana na msichana mrefu, nikiingia huko ananishika ananiita bebu. Ile pesa kilininyang'anya nayo kwa bar, hicho kisichana kinanunulia mchupa bili kwanza. Ile pesa kilininyang'anya jana kinaniambia ndokenywe ile nakugura. Yaani waigwa goreirwo ni muiretu hapa muzi utatoa yote, namwambia sasa wewe utakuwa ukigawa ile tabaki utarudisha. That is kwena akili. Yeye ina akili. Teiwana. Waje kupeleka mambo ya kitchen, unapeleka bedroom, mambo ya nini? Huko ni story. Story moto. Abia msera hara vizuri. Pumzika hapa, weka kama muziki kadogo. Hivyo muanze kuongea story nyingine. Ya huko chini wachana nayo. Bwana sifiwe. Nigeta tuhonoki ihiko. Yes. Tuhonoki ihiko ici. Kati kwa muthe. Kana getiagire kuhujia ugo. Ndio hujia uru. Niko sawa. Utakuwa member sasa. Guten. Ningesema sasa ni afternoon. Afternoon. Gutata? Good haven? Thank you. Moi gwenda amenya ke. Yes. Hii maneno si tusidage hapa na Biblia from asubuhi mpaka jioni. Tunachanganya kidogo, tunachanganya. Simu nimechange sasa. Sina vile wananiangalia na macho ya huruma. Mpaka mama pale naona anasema you are romantic. Ananiangalia na jicho hivi, naona amesema oh my God. Alikada takone mume ndogo wewe umbwa itaka hapa. Shikeni sadaka mkuje hapa. Na leo nataka sadaka inaweza kulipa nyumba. Umesikia? Nemoigwa, nikenda mu story cia gukena. Ni pesa ndirenda. Turandikirwo marua ma kuri rent. So, 12 tuanze kuanguka. Tulipe rent. Hapa hailipagwi hii nyumba, ilipagwi na Roho Mtakatifu. Ni pocket. Ati woni pale iko? Wewe wacha hiyo story. Aisomeagu nyumba, aisomeagu maandiko. Ngaiwa roda. Nyumba ndithomagirwo maandiko. Nekeni andu marute. Na mutiga bahasha inere noti ikareta mburukite. Kuri andu marekera kanoti magaga koja nigetha kaibe. Na ni noti ya 50. Taburukia. Hi baba. How are you? Are you happy? Thank you. Kigira guthe kiaru.
Hata mimi nipatie bahasha. Wewe mami, patie. Ate niko mera. Ngugaga atiriri hindi ria urathi ku deposit mbeca bengi-ri ni wonaga unengeraga kacia mbeca akambiriria gucicoti tondu tukoragwo turoranitie uria citaiga mbeca cigagwo mwena umwe na mbeca ni cirakaraga. Haya, ate mbeca wakorwo ni kiongo cirorete mwena umwe na cikare kuringana na kirathi. Tuwekere noti ya pepi gatagatĩ-inĩ ka ngiri nĩ kũrakara. Oh my goodness. Nasema naona hivi noti zimekaa. Noti zinakaa. Naona hizi ni maelfu. Zikae pamoja. 500 ikuje. 200 ikuje. 100 ikuje. Alafu siangalie direction moja. Ukiweka 1000 katikati ya 100 na 100 ingine, 1000 itakataa. Itakasirika. Ati ndio kwa sababu hamnaka pesa. Ilikasirika because protocol haikufuatwa. Ndivyo ameniambia, si mimi nimesema. Alafu kuja pesa ati nakasirikaga. Inasemaga I'm not this type. I'm not of your type ya kujwa. Sasa msikuje noti. Hapa si marigiti. Weka noti mzuri. Enyoroke wega. Unakoneka 50 ni yako. Jivunie, maana that is what God has made you. Hiyo ndio Mungu amekupatia. Usiogope kutoa 50. Hiyo ni yako. Ama uliiba. Imeandikwa legal tender. Hallelujah. Acha wengine wanakujaga kwa sababu waliambiwa na mhuje yao ati usiwache hii mkono ijue hii mkono ni nini imetoa. Hapa ndio nakujaga wanakalia ndo. Kuja kama umekashika kanoti kako kakiwa straight vizuri, ukaweke kwa noti, unaona hivyo nimeweka. Unaweka vizuri. Alafu unaweka hivyo. Unaweka vizuri hivi. Unakuja unaekelea kwa madhabahu. Hivi. Zona yangu imefura. Na sisi usikuje kama zimefura. Wekelea hapa hivi. Leteni sasa. Leteni hapa kama zimefura. Watu wa simu sasa mimi nimeweza kuona wameinua simu. Nimetuma. Aidhuru umetuma tu. Aidhuru. Watu wa tithe leteni tu hapa nitaziombea pamoja. Tithe. Nilisema huko kote mnaekelea mahali popote. Ndio kuenda kugaidia tu. Ndio kwenda kugaidia tu. Kana bado. Matigo kuona. Yes, ma'am. Sala zangu zote naelekeza kwako Mungu wangu. Sala zangu zote naelekeza kwako Mungu wangu. Wale wako na sadaka zile za sonship za last week, still tumekuwa kwenye topic ya sonship hata leo, na jioni tutakuwa na deliverance for those want deliverance, but still the topic will be sonship. We want to say hi. When you say hi, you'll be seen. They will see you here. Can you? Do you want? Yeah? You are ready? Okay. Thank you. So, thank you. Tusimame. Ngoja kidogo kabla tusimame. Niko na marafiki nimeona hapa kadhaa, si vizuri nisiwajulishe kwenu. Tuko na, come my brother. Come. Yes.
Chunga. This man is from South Sudan.